wa kwani napatie tata. Napatie ngai wa kwani napatie tata. Napatie ngai wa kwani napatie tata. Napatie ngai wa kwani napatie tata. Napatie musinde napatie tata. Napatie ngai wa kwani 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 napatie tata. Oh tata tata. Haleluya. Haleluya. Kama unaona kuna mtu karibu yako na tukisema shetani akipita hapigi, basi wako na yeye. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hebu fanyeni confirmation ile yangu. Kuna mtu Charity bado anasweatia ndani. Hata Roda bado. Hata Roda umepanguza ama kako kadogo. Unaona sua kwa mpaka na fani yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu geukia jirani yako mwambie tuko kwenye business. Tuko kwenye business. Na sio ya kuuza magari. Ni ya kumuuza Yesu. Ta 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 ta. Siku zote tunaimba siye. Hata leo tunaimba tena. Siku zote tunaimba siye. Hata leo tunaimba tena. Malaika wanaimba uko mbinguni. Wanaimba wakisifu na kusujudu.
kushinda wewe. Yesu ni Bwana. Nilikuwa mjanja kushinda wewe. Yesu ni Bwana. Nilikuwa mlevi kushinda wewe. Yesu ni Bwana. Amenitengeneza Baba. Yesu ni Bwana. Amenibadilisha Yesu. Yesu ni Bwana. Amenitengeneza Baba. Yesu ni Bwana. Nilikuwa mlevi sana. Yesu ni Bwana. Nilikuwa kama mimi. Yesu ni Bwana. Nilikuwa mwizi sana mimi. Yesu ni Bwana. Ukienda polisi watakomea. Yesu ni Bwana. Ukienda polisi wanajua. Yesu ni Bwana. Nilikuwa mkorofi sana. Yesu ni Bwana. Amenitengeneza. 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 Yesu ni Bwana. Amenitengeneza Baba. Yesu ni Bwana. Amenitengeneza Baba. Yesu ni Bwana. Amenitengeneza Baba. Yesu ni Bwana. Nilikuwa mbaya kushinda wewe. Yesu ni Bwana. Nilikuwa mlevi kushinda wewe. Yesu ni Bwana. Nilikuwa mjanja kushinda wewe. Yesu ni Bwana. Ingia gharama Yesu. Yesu ni Bwana. Ingia gharama Baba. Yesu ni Bwana. Ingia gharama Yesu. Yesu ni Bwana. Ingia gharama Baba. Yesu ni Bwana. Ingia gharama Baba. Yesu ni Bwana. Inuliwe Bwana wa mabwana. Inuliwe umetenda mema. 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 Inuliwe kule nimetoka. Inuliwe Bwana umetenda mema. Inuliwe Bwana wa mabwana. Inuliwe umetenda mema. Inuliwe Bwana umetenda. Inuliwe Yesu ninakupenda. Inuliwe Bwana wa mabwana. Inuliwe umetenda mema. Inuliwe Bwana wa mabwana. Inuliwe umetenda mema. Inuliwe Bwana wa mabwana. Inuliwe umetenda mema. 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 Umetenda Kama mema. umebarikiwa sema amina. Amina. Kama umebarikiwa sema amina. Amina. Kama umebarikiwa inua Yesu inua. 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 Bariki Yesu bariki. Bariki Yesu bariki. Bariki Yesu bariki. Bariki Yesu bariki. Shangilia 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 shangilia. Ngai we mwega muno. 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 Ngai
Tembea tembea Yesu tembea tukuone. 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 Tembea tembea Baba tembea tukuone. Tembea tembea Yesu tembea tukuone. Tembea ukibariki tembea tukuone. Tembea tembea Yesu tembea tukuone. Tembea ukituponya tembea tukuone. Tembea tembea Yesu tembea tukuone. Tembea ukibariki tembea tukuone. Tembea tembea Yesu tembea tukuone. Tembea katikati yetu tembea tukuone. Tembea tembea Yesu 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 tembea tukuone. Inua mikono useme ni Bwana. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Inua mikono useme ni Bwana. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Inua mikono useme ni Bwana Yesu. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Salimia jirani yako muulize umetoka wapi. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Salimia mwingine mwambie umependeza sana. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Salimia mwingine mwambie umebarikiwa. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Salimia mwingine mwambie uko simati wewe. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Salimia mwingine mwambie wacha kuzubaa. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Tembea tembea kidogo salimia watu wawili. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Tembea tembea kidogo salimia watu watatu wewe. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Tembea tembea kidogo salimia mtu wanne. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Tembea tembea kidogo salimia mtu watano. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Tembea tembea kidogo salimia mtu wa sita. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Tembea tembea kidogo salimia mtu wa nane. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Tembea tembea kidogo salimia mtu wa kumi we. Yesu ni Bwana. Tembea tembea kidogo salimia mtu wa kumi na moja. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Ongeza maringo kidogo salimia watu watatu we. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Ongeza maringo kidogo salimia mtu mwingine. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Ongeza maringo kidogo salimia mwingine wewe. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Salimia mwingine mwambie achangamke. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Tembea tembea kidogo tembea tembea kidogo. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Ongeza maringo kidogo, ongeza maringo kidogo. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Ongeza maringo kidogo, ongeza maringo kidogo. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Ongeza maringo kidogo, ongeza maringo kidogo. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Ongeza maringo kidogo, ongeza maringo kidogo. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Ongeza maringo kidogo, ongeza maringo kidogo. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Ongeza maringo kidogo, ongeza maringo kidogo. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Ongeza maringo kidogo, ongeza maringo kidogo. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Ongeza kidogo, ongeza maringo kidogo. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Ongeza maringo kidogo, ongeza maringo kidogo. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Kama umebarikiwa sema amina. Amina. Kama umebarikiwa sema amina. Amina. Kama umebarikiwa shangilia, shangilia, kama umebarikiwa kazunguka, zunguka, 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 zunguka kidogo, zunguka kidogo, zunguka kidogo, zunguka kidogo. Kama umebarikiwa vigelegele. Hey!
baraka, Yesu wa 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 upendo, Yesu wa upendo, Yesu wa upendo, Yesu wa baraka, Yesu wa baraka, Yesu wa baraka. Hallelujah. Unaweza ukainua mikono yako juu. Wow, wow, wow. Unaweza ukainua mikono yako juu. Sio lazima wimbo wa kuabudu uimbwe, lakini unaweza ukamwabudu Bwana kwa maneno yako mwenyewe. Unaweza ukamwabudu Bwana kwa maneno yako mwenyewe. Unaweza ukamwabudu Bwana ukafungua kinywa chako, mwabudu Bwana kwa maneno yako mwenyewe. Sio lazima wimbo uimbwe. Kuna watu wako hospitalini wanatamani kumwabudu Bwana. Wanamwabudu Bwana kwa mikono yao hata kama hawatoi sauti. Unastahili. Mwambie Yesu niko hapa. Mwambie Yesu niko hapa. Mwambie
Yesu, niko hapa, nimekuja kukusikiliza wewe. Mwambie Yesu, niko hapa, nimekuja ubadilishe hali ya maisha yangu. Mwambie Yesu, niko hapa, nimekuja uniondolee magonjwa. Mwambie Yesu, niko hapa, nimekuja uniondolee kudharauliwa. Mwambie Yesu, niko hapa, nimewaleta watoto wangu. Mwambie Yesu, niko hapa, nimekuja kwa ajili yako. Mwambie niko hapa. Unaweza ukafungua kinywa chako, usiogope mtu. Mwambie Yesu, niko hapa. Mwambie Yesu yuko hapa kwa ajili yako. Wakati mtumishi wa Mungu anaenda kuachilia neno juu yako, mwambie Bwana uko hapa ili akapata kukutumia kwa njia iliyo kuu. Baba, ni asante kwa ajili ya dhururi ya leo. Asante Bwana wa majeshi kwa ajili ya neno lako. Asante Bwana kwa tangia asubuhi umekuwa pamoja nasi. Wakati huu Mungu tumengojea kukula mkate kutoka kwako, kwa mtumishi wako ambaye anakuja. Bwana wa majeshi, ninaomba kwa jina la Yesu Kristo ukapate kumtia mafuta, ukamtie nguvu katika jina la Yesu. Najua ya kwamba kupitia roho zetu ambapo tumezifungua siku ya leo, Bwana unaenda kusema nasi, unaenda kunena na kila mtu kwa njia iliyo ya kipekee. Inuliwa Bwana wa majeshi na ukatukuzwe, kwa maana wewe ni Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba kwa ajili ya watoto hawa wanapoenda kwa Sunday school pamoja na mwalimu wao, wakapata kubarikiwa katika jina la Yesu. Inuliwa na ukatukuzwe, kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini, amen. Nataka tufanye kitu vile tunavyosimama hivyo. Nataka 1, 2, 3 na utakuwa unapiga shangwe ukisema Yesu. Nikisema 1 unasema Yesu, nikisema 2 Yesu, 3 Yesu, na unaruka na unashangilia ya kwa sababu Yesu yu hai. 1, 2, Yesu, 3, tushangilie Yesu. Kwa jina la Yesu. haleluya. Negenaga
Baba wetu wa mbinguni, umetuwezesha tukaweza kuona. Tunasema ni asante kwa sababu ya ibada ya siku ya leo. Ni kwa sababu umetuleta hapa kwa kusudi, ukatusaidie Bwana. Neema yako na ikashuke kwetu Mfalme, na hebu Bwana ukatuongoze jinsi utakavyo. Sisi tu watu wako Mfalme, tunakutegemea, tunakutazamia. Kwa yote Bwana, tujaze mara tena, tujaze na hekima ya kiungu, tujaze na maarifa ya kiungu, tujaze na hekima ya kiungu, tujaze na ushauri wa kiungu. Uzidi kutufanya jinsi utakavyo. Ni kwa sababu bado si kukamilika tumekamilika, lakini tunakaza mwendo tuweze kuwa vile utakavyo, tuweze kufanana nawe Bwana. Endelea kutuosha, endelea kututakasa, endelea kutusamehe maovu, endelea Bwana kutufanya jinsi utakavyo. Tuvue mavazi yote yasiyo sawa, mavazi yote yaliyo na dosari, mavazi yote ambayo yana mawaa. Utusafishe Bwana, ndiposa Mfalme wa majeshi, tukitafutwa ndani yetu kukosekane kitu cha kutuzuia, tuweze kukamata baraka zako na tuweze kufikia malengo yako. Tufike katika hatima zetu kwa jina la Yesu Kristo. Kila hatima ya kila mmoja hapa Bwana ukamsaidie, ataweza kuifikia. Kila taji ya kila mmoja wetu Bwana zidi kumuosha, ndiposa siku ya mwisho ataivaa kwa utukufu wa jina lako Bwana. Kwa jina kula Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Pigie Bwana Yesu makofi. Hallelujah. Amen. You can have your seats in Jesus name. Amen. Hallelujah. Amen. Ni vizuri kuwa katika uwepo wa Bwana, anatenda mambo makubwa. Jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Ni wakati wa neno. Tunashukuru Bwana kwa nafasi nyingine. Jina langu naitwa Mchungaji Peter Maina. Yesu ni Bwana, na kuhubiria kutoka kanisa la Thika CFC, na Bwana wetu ni mwema tunapozidi kufanya kazi ya Bwana. Kwa niaba ya mtumishi wa Bwana Apostle Ndora ambaye hayuko pamoja nasi kwa wakati huu, tunashukuru kwa sababu ya nafasi ambayo ametupatia tukaweze kuwa na ibada na tukaweze kuwa na baraka zake. Bwana asifiwe. Na kwa sababu ya hiyo najua ya kwamba Mungu wetu yuko mahali hapa, maana tuko madhabahuni. Praise the name of Jesus. Wale tulikuwa na wao kesha tukasema ya kwamba Shomoro amejipatia kiota. Bayuwayu naye amefanya nini? Amepata makao, mahara pa kuficha watoto wake katika madhabahu. Hiyo ilikuwa ni Zaburi 84 and verse 4. Kwa leo tumekuwa tukiendelea hapa na neno la Bwana kutoka katika kitabu cha Wafilipi, na nikasema ya kwamba hii wiki nitakuwa naendelea pale kuhusu praising on. Praise God. Hallelujah. Siku ya mkesha tukasema vile unaweza praise on from within, na tutarejea pale maana tulikuwa na huo muda. Leo nataka niongee kuhusu praising on for others. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri kujua ya kwamba pia wakati Bwana ametuita pia kwa sababu ya watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Tulipokuwa tunasoma neno la Bwana siku ya juzi, kuna mahali ukifungua kitabu cha Luka 22, nitasoma tu verse 1 tu. Luke 22 and verse 32. Nisomee tu kwa haraka kwa sababu ya muda wetu. Luke 22 and verse 31 and 32 ni wakati ambapo Yesu alikuwa naombea wanafunzi wake. Akawaambia kwamba shetani ametaka sana aweze kuwapepeta kama vile ngano, lakini nimeshawaombea. Bwana asifiwe. Pale chini akasema ya kwamba na mkisha simama mkasimamishe na wengine. Praise the name of Jesus. Kuna mtu alikuwa amefika hapo? Haraka. Luke 22:31 and 32. Kama umefika Luke 22:31. Nataka mtu atakuwa na tusomea haraka. Yeah. Luke 22:31 and 32. Ambia your neighbor ni wakati wa neno. Maandiko yanasema, akasema, Simoni, Simoni,
tazama shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano. Yes. Lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitingike. Nawe utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Amen. Na wewe amepewa pia kazi. Baada ya kusimama, ujue uko na kazi, Petro, ya kusimamisha na wenzako. Praise the name of Jesus. Ambia your neighbor uko na kazi ya kusimamisha wengine. Hallelujah. Sio kazi ya kuua wengine, ya kusimamisha. Ambia hivyo your neighbor, ya kunisimamisha. Ambia your neighbor uko na kazi ya kunisimamisha. Uko na kazi ya kusimamisha yule yako right, yule yako left. Ameletwa na Mungu kwa madhabahu kwa sababu Mungu alijua uko hapa. Na alijua ya kwamba amekusimamisha. Na wewe ukasimamisha wengi. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe kusimama kwako si kwa nguvu zako, ni kwa sababu umeombewa na Kristo. Yesu akamwambia nimeshawaombea. Kwa hivyo kile ambacho kilikuwa kinafanyika kwa kina Petro, hata wao hawakuwa wanajua, lakini kwa sababu ya ufalme wa Mungu akasimamisha Petro, na ndio na yeye amsaidie kusimamisha wengine 10. Walikuwa 10 au 12? Haleluya. Na wao 12 wakisimama wasimamishe kanisa la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa mpaka siku ya leo tunahubiri, kwa sababu wale tunaohubiri, wanaotuhubiria ni wale Yesu amewasimamisha kwa neema zake. Hata wao hawakujua, hatukujua kama siku moja tutakuwa tunahubiri. Hatukujua kama siku moja tutakuwa wachungaji. Ni kusimamishwa na Yesu. Praise the name of Jesus. Na yeye alipotusimamisha, sio tusikie vizuri, sio tujivunie, sio tuweze kulingia wengine, ni tuweze kusimamisha wengine. Unatafuta watu ambao wewe mwenyewe hajasimama kama wewe, wameanguka vile ulikuwa umeanguka, wamerara vile ulikuwa umerara, na wewe uwasimamishe. Praise the name of Jesus. Ndio naambiwa Petro, hallelujah, I have seen Satan, hallelujah, akitaka nafasi ya kuwapepeta kama ngano. Petro alikuwa hapo, hakuwa hapo? Sasa alikuwa anataka kupepetwa na shetani. Hallelujah. Lakini msimamizi wao mkubwa, intercessor wao mkubwa Yesu, akaona kwa kiroho. Na alipoiona kwa kiroho akaamua hii haitafanyika. Kuna mapenzi ya Mungu. Na kwa mapenzi ya Mungu akasimamisha Peter. Naye namwambia baada yako kusimama, ujue ndugu zako pia wameanguka, wanahitaji kusimama. Baada yako kubarikiwa ukatajirika, ujue kuna wenzako wako chini, unahitaji kuwasimamisha. Kuna watu unafaa kulipia madeni. Kuna watu unafaa kusaidia wapate capital. Bwana Yesu asifiwe. Unajua shida yetu inakuwaga, unakuta ya kwamba hata kwa familia mtu mmoja ameinuka sana, lakini anaanza kuambia wale wengine ni kwa ajili ya ni nguvu zangu, bidii yangu. Hajui ako na kazi ya kusimamisha wale wengine. Bwana Yesu asifiwe. Ako na jukumu la kusimamisha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa akamwambia Petro, ukisha simama usimamishe na wengine. So hii yote ni kusema ya kwamba press on for others. Uwapiganie na wao vile nimekupigania. Vile nimekusaidia uwasaidie. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio kwa dakika moja sasa turudi kwa mtu mwingine ambaye sasa hapo ndio nita remain hapa kwa muda wa ibada yetu, lakini kwa sababu ya wale ambao hawakuwa kwa ibada na hawajakuwa kifuata mitandao yetu, tulikuwa tunasoma wa Filipi 3. Hii tuende kwa haraka kurudia. Hii ni ile tutapitia tu, then tutakuja kwa 1 Samuel, mahali ambapo ujumbe wangu leo nitarimeni pale kwa hizo dakika zimesalia. Wa Filipi 3:12 ndio tumekuwa tukisoma. Yule amefika, nataka nisomee haraka kwa sababu ya wale hawajakuwa pamoja na sisi. 12 nasema, si kwamba nimekwisha kufika. Si kwamba nimekwisha kufika. Naye huyu ni nani? Naye huyu ni Paul sasa. Naye amesimamishwa na Kristo. Baada yake kusimama na ameanza kufanya huduma, sasa hayuko kule akitumikia shetani. Anaambia watu bado, hata baada ya hivyo ambavyo Bwana amenifanyia, si ya kwamba hata mimi nimekwisha kufika. Bwana asifiwe. Si kwamba nimekwisha kufika,
au nimekwisha kuwa mkamilifu. Au nimekwisha kuwa mkamilifu? La, Hapana. bali nakaza mwendo, Bali nakaza mwendo, ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo. ili nipate na mimi kulishika lile ambalo limeshikwa na Kristo kwa ajili yangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naye huyu Paulo naye anasema ya kwamba hata yeye amesimamishwa na Mungu, na hata akiwa amesimamishwa bado hatujafika. Tutakamilisha mwendo ile siku ambao tutapokea taji. Ukifika mbinguni, hapo ndio unakamilisha mwendo. Kwa hivyo yule ambaye alikuwa amefikiria ameenda sana baada ya kujazwa Roho miaka 10, bado ana kazi ya kufanya. Akikatizia tamaa pale, kuna mahali hatafika. Praise the name of Jesus. Anazidi, hata kila mmoja hapa ako mbioni kuzidi kusaidika zaidi, kuzidi kupigana vita zaidi. Praise the name of Jesus. Kuzidi kupress on zaidi. Sasa wakati mwingine unapigana kwa sababu yako na hatima yako. Siku Friday tukasema sio pigana pia kwa sababu ya moyo wako, maisha yako na yale mambo yanakupiga. Unajua yale yanakupiga sio haya yananipiga. By the way, tunapigwa na vitu tofauti tofauti. Kuna mwingine nilisema anang'ana na hasira. Na hapa nimejipata tulikuwa pamoja na Azeze na watu wengine. Sijui kwa nini wachungaji wengi na ministers wengi wanapigana na hasira. Bwana asifiwe. Haleluya. Na baada ya wengine wapigani na hiyo hasira. In fact wao kujai kuwa hasira. Kwao kumekuwa amani, upendo. Lakini wanapigana na greed. Bwana asifiwe. Wengine wanapigana na lust. By the way, kuna mtu hapa hata msipomuombea hata waianguka. Hata si kuokoka, hata asipookoka aanguki. Kama kwetu nilikuta baba yangu hakunywi pombe, nilikuta havuti sigara. Sijaiona kwetu ndugu yangu, dada yangu anakunywa sigara, anavuta sigara, anakunywa pombe. Hata wakati sikuwa nimeokoka, siku moja nilijaribu nikiwa high school. Sasa vijana vile wanafanya party, walikuwa wanapeana chang'aa. Na mimi wakaniuliza, kwani wewe si mwanaume? Nikamwambia hata mimi nakuwa mwanaume. Gonga kitu, nikamwambia hata nini nipatiwe. Sasa nikagonga nusu glasi ya chang'aa. Nikalala siku 2. Bwana asifiwe. Nililala mpaka na viatu. Kwa sababu damu ya kwetu haisikizani. Kwa hivyo hata si tu kuokoka, kuna mtu hata kabla ya kuokoka, hata saa hizi akibackslide hata haikunywa pombe. Hata waivuta sigara. Mimi sigara ikivutiwa pale na niko hapa, ninuze tu hiyo naanza kuumwa na kichwa. Sasa hata ukiweza kuwa huyo mtu amebackslide hata vuta sigara. Lakini na yeye kuna yale anapigana nayo. Bwana Yesu asifiwe. Baadaye kuna watu hata hapa, hata si kuokoka, ulikuwa mtu wa ukarimu na si kuokoka. Modo motana na si kuokoka. Hajafuzwa kuwa mkarimu kwa sababu ya kuokoka. Bwana asifiwe. Ni mkarimu hivyo. Bwana asifiwe. Na kuna wengine hapa hata baada ya kuokoka bado ni watu stinje. Hata ndio roho afanye apeane, lazima roho aongee. Zima na atume malaika wawili. Hata wakati unaambiwa tutoe 10,000 unasema Bwana tuma Mikaeli. Ati huyo ndiye anaweza kuambia upeane 10,000. Kuna mwingine kanisani hata anaweza peana 1 million kama Mikaeli hajaongea. Hata roho hajaongea. Yeye tu anavuta. Biblia inasema kama Yesu, Bible inasema wakati wote watu walimkaribia, walijua kuna kitu moja inakuwa na Yesu. Ni wadha nyingi. Angekaribiwa na watu waone tu hivi anawaangalia na wahurumia. Anasema na wamekuja tu niwahudumie. Sitawarudisha nyumbani. Biblia inasema ya kwamba akajawa na compassion. He was compassionate. Huduma yake ilijaa na compassion nyingi sana. Anaamua kufanya kile hangefanya. Na ndio watu wengi hata hapa kanisani wanateka advantage. Todo ni moyo wadha nyingi. Sasa wanajuaga hata sasa nikibackslide naweza rudi kwa todo ni wadha nyingi. Bwana asifiwe. Utamkuta siku moja akiwa na hasira. Ni vizuri pia ujue pande nyingine, Biblia inatuambia kwamba Mungu wetu ni wa hasira. Anakasirikaga. Kuna wakati ana hasira. Sasa unaweza kuwa backslide ukapata wakati yako na hasira. Uweko viboko ya miaka 5 kabla apate compassion. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Si hata Daudi kuna wakati amefanya mambo alafu akamwambia ile tuliwadha nyingi dawa yako kwa mkono mwako. Mungu akamwangalia. Akaamua tu kumsaidia tu hata kama aliamua kumfinya kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu ni wa
ni wadha maige. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndio nilikuwa nasema ya kwamba Mungu wetu anajua vizuri ya kwamba hata sisi si kukamilika tumekamilika. Anazidi kutusaidia na sisi tuzidi kupress on. Praise God. Na baada ya kupress on, sisi wenyewe tukisaidika, tujue tuna kazi kwa ajili ya others. Kwa hivyo kuna watu tutahurumia. Vile Yesu tu anafanyaga na wewe unakuwa kuhurumia. Kuna watu na wewe utasimamisha. By the way, watu wote ukiona kanisani wamesaidiwa tu na Yesu, wanataja tu Yesu, uko na shida. Wengine wanafaa wakitaja Yesu wanakutaja. Kama jamaa moja hapa tutasoma alikuwa anaitwa Daudi. Daudi kuna wakati hata wimbo ulikuwa unaimbwa. Wakiimba wimbo wanataja Daudi. Daudi oragete makiri 10. Na wanasema vita wamepiganiwa na Bwana, lakini kupitia nani? Waisraeli wakatoka Misri kupitia nani? Kwa hivyo kuna watu wako Misri kwa sababu ulikataa kuwasaidia. Kuna watu umekataa kutoa Misri. Na unafurahi sana. Nasema bado tunaenda mbinguni. Musa ndiye aliamua mzigo ukuje kwake akawatoa Misri. Haleluya. Hebu angalia wakati tu Musa amebackslide kidogo, hata si kubackslide, ameenda kuwa na Mungu kidogo. Wakaachia Aaron. Aaron hana ile neema ilikuwa na Musa. In fact aliwasaidia kuwatengenezea miungu. Kwanza perfect, a gold one. Si wacha hiyo ayache ya Musa, aliwaambia leteni dhahabu. Tutengeneze gold calf. Ilikuwa wakaitengeneza na wakaambia mzunguke hapa tukiimba. Na wakati wa kuimba si lazima mkuje mkua serious. Moke na turato twa rwimbo. Tumeinire wega. Akiona kagitaa tu na akaambia wengine hata mkuje na kinyasa na t-shirt. Walicheza wimbo na akaambia kila mtu akue free. Kila mtu achukue wake. Wakaona afadhali Musa akaage huko. Si ndivyo waliona? Afadhali Musa akaage wapi? Musa anatufungia break sana. Huyu ndiye jamaa atakaye tufikisha Canaan. Tutafika Canaan kwa furaha, tukitabasamu. Kumbe injili si ya serious hivyo. Injili ni kumbe inahitaji kujiachilia kuwa free. So wakajua ya Musa ilikuwa si nzuri. Wakachukua ya nani? Wakakula wimbo. Maandiko inasema na wao vile walikula wimbo na walikuwa free, wakidance kila mtu na mtu wake, wakaanza kuingia kwa dhambi. Najua watu wakiimba sana wafurahiane, wakaribiane, wadasi muomboko. Sasa tupatie Anzeze na Dorcas para waimbe muomboko. Na bado hawa ni hawajakamilika, hawajafika. Ni kupress on, wana press on. Baadaye unaona kwa Kasimu ameambia tukutane jioni mahali tukakunywe kachai. Baada ya kachai babo ingine. Bwana asifiwe. Kwa sababu walipewa, kwa sababu wale hawakuwa watu wamefika. Kwa hivyo ukiona tunaweka distance, hata hivyo unaona kiti yako imewekwa, ni spacing, ni distance, kwa sababu hatutaki uanguke kwa majaribu. Tunataka ndugu anakaa na distance pale. Anaweza karibia sana, anaanza kusikia na nilikuwa nasikia baridi, nasikia joto. Alafu anaanza kufikiria mambo mengine. Ndio unaona Joel tumemweka hapo, tuna make sure kuna distance. Na make sure kuna distance. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Anaweza kaa pale aanze kufikiria, aseme na dada ndako wewe mohiku. Alafu akiendelea kufikiria anaanza kufikiria ni roho anaongea. Ati kwanza nilikuwa kwa madhabahu, nikasikia roho anaongea. Hakuna roho, ni keep distance. Keep distance. Bwana asifiwe. Nilipokuwa kijana mdogo, mchungaji wangu nakumbuka nimeanza kutumika sana. Akaona natumika sana, akaona tunakaribiana na watu wa dada nini, akaniita siku moja akaniambia, unaona unajua kuendesha magari, kuna sheria moja ulisoma kwa driving school, nataka uapply hata saa hii. Akaniambia kwa shule ulifuzwa aje? Nikamwambia kitu ya kwa always keep. Akaniambia hata kwa wokovu always keep. Zingine ni za kiroho. Zingine ukaribiana sana, hata ukiwa na mafuta utasikia roho anaongea. Na unajua mili inaweza ongea. Ndio Friday tulisema ni vizuri to dinner from within. Kwa sababu kama ujui, wakati mwingine hata umesikia watu wakisema roho ameongea, hakuwa ameongea. It is from within. Hallelujah. Bwana asifiwe. Unaweza sikia, unasikia Mungu kabisa. Na unaona Mungu kabisa. Na unaanza kupanga mipango, hakuna Mungu alikuwa ameongea. Ni wewe ulikuwa umesikia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndio tukasema ya kwamba mtumishi huyu anasema hata mimi nakaza mwendo. Bwana asifiwe. Kwa sababu nisipo press on
kuna vitu sitapokea hata kama Kristo ameshika kwa ajili yangu. Bwana asifiwe. Kuna watu hata Bwana saa hizi amewashikia kuwa watumishi wakubwa sana. And a good example was David. David, Mungu alikuwa amesema atamjengea mpaka madhabahu, atafanya mambo makubwa. Lakini the more aliendelea kupress on, kuna wakati mwingine na yeye alisahau mambo mengine, ikaanza kumzuilia kufika ubali Mungu alikuwa anataka. Sasa inafika mahali Mungu anamwambia, sasa kwa kujenga madhabahu utanijengea. Nimeitransfer kwa your son. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Mungu anaona ya vizuri umekosa kupress on vizuri na kulipa ile gharama inafaa, tunaendelea kuanguka, tukibackslide, tukianguka, tukibackslide, tukirudi. Ni sawa, lakini hiyo kubackslide ukirudi kuna kitu itakuzuilia. Mwanafunzi yule alikuwa anarudia masomo sana. Kuna msichana mmoja nilimfikia grade 7. Alikuwa ameendelea mbele yangu. Na nakumbuka nikiwa class 1 bado alikuwa sijui 5 au 6. Lakini kabla afike 6 tulikuwa na yeye 6. Sasa tukamalizia na yeye. Bwana asifiwe. Maana alipokuwa anarudia na wengine hawarudi. In fact kwanza kuna kijana niliona alikuwa yeye, mwalimu anaona vile yeye ana hekima kwa kupress on kwa masomo, anapitishwa darasa moja. Sasa ndio ulikuwa unaona tu vijana wengine uko class 8 na mwingine ambaye ni kadogo sana bado mko darasa moja. Na mwalimu ana make sure mnakaa kwa kit desk moja. Na ndio anakuonesha mahesabu. Unajua kuna vitu vingine inaibisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza tukiwa high school, baba yangu aliona nilikuwa kijana mdogo, tumeingia form 1. Na tulipoingia form 1, baba akasema ya kwamba juu nilikuwa kadogo, nikamwambia hata mimi unajua ilikuwa ni kama sheria, ukimaliza class 8 unaenda kutahiri. Sasa baba akaniambia hakuna kitu kama hiyo, lazima uendelee, haujafika. Sasa si kupelekwa, tulikuwa tunasema najaribu kuintercede mpaka kwa mama, baba akakataa kabisa. Na unajua wakati huo unaingia form 1 kama bado unajua shida. Hata ile ilikuwa inafanya uamue mapema kwa sababu unajua utamonoliziwa sana. Sasa baba akaamua lazima niendelee shule form 1 ukiwa bado sema kipi. Tukaingia form 1. Imagine shule mzima, secondary mzima, na tulikuwa form 1 kama 4, unakuta kwa form 1 4 tulikuwa vijana 8 ambao tulikuwa the same. Vijana na so circumstance ikabidi tujuane. Sasa nilikuwa najua Everest, Mount Kilimanjaro, Rogonaut na Kenya. We are 8 of the same birds of the same. Sasa hiyo ikafanya tupenda, maana wale wengine wote hawangetuleta karibu. Kwanza hata tunatafutana wale 8. Yeah? The 8 of us. Tukienda lunch, the 8 of us tulikuwa nakaa pamoja. Kwa sababu unajua nayo kukaa peke yako na unajijua mko the same, utauliwa. Sasa inabidi mnatengeneza ka group yenyu ya wale mmefana kwa sababu ya hiyo shida. Na tukapendana sana. Sasa sisi hatukuwa na mastori mingi ya kuongea. Maana mkikaribia wale wengine unagongwa au unawaoshea viatu. Wengine unaambiwa waoshe nini zao, sahani zao. Tukamono sana. Ikabidi tupendane wale 8. Hii group ya 8 sasa ikabidi hatuna mengine maana hatujui mengi, hatusomi sana. Hii group kumbe ilikuwa na Mungu. Kumbe Mungu alitusaidia tukashikana. Sasa haja yetu tu ilikuwa maana umepigwa na yale mengine yote yamekuzunguka. Sasa sisi tunakumbuka tulikuja kusoma. Tukaamua So the 8 of us hata tukua kwa break maana hatuna ya kudiscuss. Maana hatukutoka tujue vile tungediscuss. Wale wengine wako na mastori ya kudiscuss. Sisi story yetu ilikuwa hiyo chemistry, umeona iko aje? Na hii physics inakuingia aje? Vijana wale tukaanza kuongoza darasa kwa masomo. The 8 of us ndio walikuwa naongoza. Na kuna mzazi mmoja alikataa kijana wake apelekwe mpaka akamaliza form 4. Huyu kijana ndiye aliongoza the whole school na grade A. Akaenda university. Akimaliza form 4 ndiye alipelekwa. Baba akamwambia ulikuwa unanichukia sana. Huyu kijana alikuwa anatembea atakiwa form 3 form 4 peke yake. Akasoma. Hukumpata kwa watu wa bangi, hukumpata kwa anasa. Hakuna msichana angemsalimia. Kijana ndiye aliongoza mzima.
akaenda university. Kumbe wale wengine wakarealize starehe zingine kumbe ziliwanyima nafasi ya maana wako na mastori ya kuongea. Na sisi the 8 of us, hata baada ya mwaka huo kufanyiwa hivyo, bado ka group ilikuwa na foundation ya whole year. Tukabidi kuendelea hivyo. Na wale 8 kati ya wao walipomaliza high school, university, all of them were bright students. Bwana asifiwe. Wengine wao saa hizi ni madaktari, ni watu wakubwa, maengineer. Ilitoka kwa the 8. Na ndio walikuwa naongoza shule. Kwanza kijana mmoja alikuwa anaitwa Maina, alikuwa genius. Alikuwa anaonesha mpaka walimu mahesabu na kila kitu. Alikuwa kwa group yetu. Alikuwa kwa group yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo group ikaendelea hivyo tukiwa marafiki hata baada ya kutoka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Ndio nilikuwa nasema ya kwamba unakuta hata kwa maisha hivyo ndivyo ilivyo. Kuna watu wata press on kwa sababu ya jambo fulani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Paulo akasema hata mimi sijakamilika na kaza mwendo ndio niweze kushika kile ambacho nimeshikiwa na Kristo. Haleluya. Kwa hivyo kunatokea hali ambazo zitafanya upress on. Hali zitafanya uombe. Haleluya. Zitafanya ulilie Mungu. Zitafanya umhitaji Mungu. Na ndio unakuta watu wale wanajua Mungu sana, kuna mambo ilifanya wamjue Mungu na wamkaribie Mungu. Maybe wameponywa, wamepiganiwa, wameonekaniwa na mambo makubwa ambayo Mungu amewafanyia, kumbe alikuwa anawavuruta kwa Mungu. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Na kwa hivyo Paulo ndio akasema ya kwamba napigana vita kwa sababu najua ya kwamba sijakamilika. Sasa hii group ilikuwa inajua haijakamilika, ikajiunga kwa ya wale watu hawajakamilika. In fact kuanzia sasa usijali, ni mzee wetu, baba yetu. Ni nyinyi mjamwekea ringtone nzuri inaimba kwa wimbo. Sasa mkikaa tu hapo na Joel ako hapo, ame keep to distance. Kwa usikip distance, mkaribie. Sasa shida yenu una keep distance mpaka kwa wale wafai ku keep distance. Ndio unaona mzee hata akuamini. Hata kasimu ikilia, apati Joel nizimie, anang'eng'ana yeye mwenyewe. Maana sasa hata yeye ameona distance. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Na kwa hivyo kuna mambo yanafanya uingie kwa watu. By the way, ogopa usikae na watu wamekamilika. Na ukinaona mtu ambaye amekamilika, unahakikisha ya kwamba uondoke kwa hiyo group. Tafuta ile group inajua haijafika. Kwa sababu itakusaidia kupress on. Na ndio unasikiaga ya kwamba tembea na matajiri. Ukiwa maskini tembea na matajiri. Ukiona uko na matajiri wawili watatu wakiongea mambo ya business na wewe unaongea mambo ya business, watakusaidia. Lakini shida watu wanakaa kwa kagrupu moja ya wale tu wanajua vizuri ya kwamba hawajui maskini wanakaa na maskini. Haleluya. Watu hivyo wanakaa na watu hivyo. Na roho inawafanya uhakikishe ya kwamba hawataki watu safi. Wanataka watu wanafanana Sasa watakaa sana kwa hiyo group. Kile kilifanya hata sisi tutamani kutoka, hata baada hiyo mwaka moja ilikuwa inakaa jehanamu. Hata kama tulikuwa hivyo tulikuwa tuna press on. Na kila tamu naambia mzee, si saa hizi dokedo wale. Mami dokiuge nyabethi. Sasa ikifika December baba anaona wacha nikupeleke. Hiyo December tulifurahi sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tunaona tu sasa tume graduate. Kwa hivyo lazima upress on ndio graduate. Maana shida tungetulia hivyo, tungekaa mpaka form 4. Tungekaa hivyo. Bwana asifiwe. Lakini wakati tulikuwa tuna press on kwa kusumbua mzazi, na yeye mzazi akaamua tuende another level. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tusome kitabu cha 1 Samuel 18 and verse 1. Hapo ndio ile scripture sasa nilikuwa nataka sasa iwekwe pale. 1 Samuel. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tutaanza kupigana vita. 1 Samuel, nataka tusome 1 Samuel 1 tufikishiwe mpaka hapo 4. 1 Samuel 18. Maandiko yanasema ingawa Daudi alipokwisha kusema na Sauli, ikawa Daudi alipokwisha kusema na Sauli, roho ya Jonathan
ikaambatana na roho ya Daudi. Yes. Jonathan akampenda kama roho yake mwenyewe. Yes. Sauli akamtoa siku ile. Atafikisha hapo, atakwaza afikisha hapo. Okay. Jonathan akapenda nani? Daudi. Pressing on for others. Bwana asifiwe. In fact, Saul alikuwa mfalme. Na katika oda ya ufalme, kijana yako moja mkiwa mkubwa ndiye ana inherit ufalme. Nani alikuwa amequalify kuinherit ufalme? Jonathan. Ndiye alikuwa amequalify. But Jonathan alijijua mwenyewe na akajielewa. Alafu akaangalia watu wako karibu, akajua Daudi sana. Praise God. Na akaona ya kwamba kuwa ufalme, kama Daudi anaweza kuwa mfalme, itakuwa bora zaidi kuniliko. Praise the name of Jesus. Na ndio hiyo tumesomewa. Hebu tusomee na Kiswahili au tuwekee pale ya Kiswahili. Tusikie na Kiswahili vile inavyosema. First Samuel 18. Atuende wacha. Shauri alipomaliza kuzungumza na Daudi, Yonathani mwana wa inasema Sauli alivutiwa sana na Daudi. Hebu sikia, Yonathani mwana wa Sauli alivutiwa sana na Daudi, akampenda kwa moyo wake wote kama alivyojipenda yeye mwenyewe. Unajua kwa nini Yesu anasema, hata tuendelee hapo, tutaendelea tu hapo. Kwa nini Mungu anasema ya kwamba love others kama vile kwa nini akasema hivyo? Ni kwa sababu utakapopenda watu, utaanza kujua kuna watu wengine hata kwa majukumu ni wazuri kukuliko. Ambia your neighbor, wewe ni mzuri kuniliko. Na utaanza kuenda mbali na kuinuliwa na Bwana wakati utajua ya kwamba hauinuliwi kwa sababu wewe ni mzuri, kuna wengine wazuri kukuliko. Unaona hii microphone ikipewa watu hapa, kuna wengine wazuri kuniliko. Usidhani ati tumepatiwa kwa sababu sisi ndio wazuri. By the way, hapa kumejaa watu wazuri kuniliko. Bwana asifiwe. Lakini hatujui kwa mapenzi ya Bwana ameamua tu. Ndio tunasema it is by his mercies and grace. Ikaamua kwa sababu hao wote wazuri pia hata wao lazima mmoja atachaguliwa. Naye Daudi, Biblia inasema ya kwamba Sauli akajua kitu moja, akapenda Daudi. Kitu ya kwanza alijua ako na upendo. Jonathan akapenda Daudi. Na baba yake alikuwa amependa Daudi. By the way, Sauli alikuwa anapenda Daudi. Alikuwa anampendea tu ni vitu ilitokea by circumstance. Sasa kwa sababu ndiye amepigana vita, akaamua kuwekwa wapi? Kwa hivyo anakaa tu kwa sababu ya lengo fulani. Lakini Bible inasema Jonathan yeye mwenyewe aliyequalify kuinherit the kingship, akapenda Sauli sana. Na akaona kama vile anavyojipenda. Na Biblia inasema, sasa tuende hapo pengine, atalipenda Daudi kama vile alivyojipenda mwenyewe. Tuendelee hiyo scripture, nataka tuwekea hiyo scripture nyingine. Tangu siku hiyo alipojua Sauli ni bora kumuliko, David ni bora kuliko, huyu ni Sauli akamchukua Daudi nyumbani mwake, asimruhusu kurudi nyumbani mwa baba yake. Hebu tuendelee hiyo nyingine verse 3. Kwa kuwa Yonathani alimpenda Daudi kama roho yake. Imagine, mpaka kama roho yake. Alifanya agano naye. Praise God. Nani amefanya agano na yeye? Jonathan amefanya agano na David. David baba yake hajulikani, akomba hata Sauli hamjui. Lakini Jonathan anajua yeye ndiye anafaa kuwa king. Lakini kwa sababu Jonathan alikuwa na moyo wa Mungu, akajua hata kama ni hivyo ndivyo order ilivyo, hatutaitumia sasa hivi. Kuna mtu bora atiwe mafuta kuniliko. Kuna mtu akipatiwa hiyo kipaza sauti atafanya bora kuniliko. Akaamua kufanya agano na yeye. Tuende hiyo. Kwa kuwa Yonathani alivua vazi alilovaa na akampa Daudi pamoja na silaha zake, hata upanga, upinde na mkanda wake. Hizi ni vitu alikuwa nazo. This was a son of a king. Vitu zile alikuwa nazo akavua. Praise God.
aliyovaa na akampa nani? Kuna vitu kuvua tunapea wengine. Bwana asifiwe. Kuna vitu tunafaa kuvua na kupatia wengi wale wanafaa. Kwa sababu hata wao wakipata nafasi hawatafanya kwa niaba yao. Wanajua nao ni kwa niaba ya wengine. Akavua kwa sababu unajua ile kitu inatusumbua hata kwa siasa za Kenya. Kwa sababu tunajipenda. Any leader ambaye anakuwa selfish hawezi fanya kazi ya Bwana. Kwa sababu atakuwa anashikilia kila kitu. Hata serikali zetu ile kitu inaiangusha ni hiyo. Wale watu walikupa kampenia, wale wazuri wale wabaya, bora huwa wanataja jina yako, hautawapatia wengine nafasi. Ni kama wakati hiyo nafurahishwa na wakati wa Kibaki. Wakati wa Kibaki alipochaguliwa akawa rais, alijua for the interest of the nation, kuna watu mmenikampenia, mmenipea pesa, lakini sasa tuwe kwa interest ya taifa. Akaanza kusota wengine hata kwa ODM. Like the major alikuwa anaitwa Kaiseri. Wengine walikuwa wa ODM. Anachukua anasema wewe unafiti mahali fulani. Wewe unafiti mahali fulani. Hata kama hawakuwa mlengo yake. Sasa ni interest ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Na tumeshakuwa viongozi wa nchi. Berani tulikuwa viongozi wa chama cha kisiasa. Sasa ni viongozi wa nchi, tuvae sura ya nchi. Akachukua mtu wa nchi. Na ndio naona development na wengi walichakua wakafanya ikasaidia taifa. Na akaletea vijana bodaboda mpaka siku ya leo bado. Hata wewe wengine umefika kanisani kwa sababu ulibebwa na mtu wa bodaboda. Na wengine hata ulipata mzee kwa bodaboda. Na wengine wanafanya kwa M-Pesa. Ndio taifa letu likabadilika kiuchumi. Lakini wakati viongozi wako selfish, kwa interest ya uselfish wao, Bwana asifiwe, wanajitakia wao watajirike. Unakuta mtu anataka awe na mashamba milioni moja, na hata neighbor akiwa anaishi Mathare aimuguzi. By the way, ukiona unakaa na maskini hata saa hizi kanisani, ukikaa na maskini hapo na kabisa ile miaka sasa umekaa kanisani mwaka moja haijawahi kuguza, you are selfish. Unakaa tu na maskini uangalie right and left. Unajua shida ya David alikuwa mfalme mzuri sana. Na shida ya David, by the way, wakati mwingine naona David anafaa kuombewa sana. Na no wonder maybe ndio Mungu alimsaidia. David alikuwa na moyo wa huruma kama wa Mungu. Mpaka ndio unaona siku moja anaangalia watu anawahurumia sana. Alikuwa na moyo wa kuhurumia watu sana. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka ikamletea shida. Lakini David, huyu moyo wake ulikuwa unafanana na wa Mungu. Na ndio unaona David anainua mpaka the mighty men of David. Wanaitwa mighty. Ni mtu atakainua watu waitwa mighty. Watu wameinuka. By the way, kama hujainua mtu mmoja akafika ile level huko wao wanakaribia, you are selfish. Bwana Yesu asifiwe. Unafaa kwa neema ile umepewa na Bwana, angalau inue mtu. Angalau isaidie mtu. Kama sasa sikuwa nimeinua watu, kanisa lile nahubiri kule Moro nani wangekuwa wanashikilia? Si ningefungwa. Lakini wale watu nililea, mke wangu anahudumu, wale watu wanahudumu, na unasikia bado ilikuwa nzuri. Kwa sababu kuna watu ulikuwa kwa mission ya kuwainua. You are on a mission ya kulift others. Praise and worship. Tukiona mmekaa hapa miaka 2 ni nyinyi tu, amjali kuruti wengine, you are selfish. Bwana Yesu asifiwe. Tukiona na wewe uko hapa unaendesha mtu tu unampatia lift miaka 2 na unafurahia sana akikuomba lift, you are selfish. Sometimes patia mtu lift baadaye siku moja jiulize, sasa huyu anatokaga wapi? Anakuraga nini? Sometimes umwambie na Mungu alitufanya tuwe marafiki, ni vizuri tujuane. Angalia hata utembee kwake uone vile anavyoishi. Bwana asifiwe. Lakini wewe unafurahia unasema huyo sio tatari niende motoragia. Sio ingeherio hare ni hata oxygen yeherio hare you want to die. That is pride. In fact kama unasema hivyo you are very proud. Kama unafurahiaga watu wa kwenyu wakikupigia tu simu wakiwa na shida na umekaa na wao toka kuzaliwa, ukainuka, hujawahi guzwa na watu wengi kukuombaga pesa kila wakati, you are very selfish. Na umeshikwa na vitu mbili, not only selfish, also proud. Na sio tu proud, very proud. Bwana asifiwe. Wakati mwingine ita watu wengine wa familia yenu. Afadhali usemage hivi. Kuna mtu mmoja alinifurahisha na testimony yake. Alipoinuliwa na Bwana aliniambia, mimi nimekopesha watu wote wa familia, kazi zangu, brother zangu. Nikajua wote akiniomba lazima niwape.
Sasa watu wetu wote wanakuwa na deni zangu. Sasa hata ndio inakuwa mzuri, maana wote amewasaidia na bado Mungu amemsimamisha. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Kwa sababu alikuwa na moyo wa kuinua, ana press on for others. Kuna mtu usipompatia capital, wengine imagine mwingine hata anahitaji 205,000 ainuke, umuonage sasa akikuja kanisani hajaomba lift, fare ni yake, alikuwa anahitaji tu ka capital kidogo tu. By the way, kuna mtu unaweza kuwa uko namjua alikuwa anahitaji 1,000. Unapokaa na mtu, jua moyo wake, unajua huyu ni mtu ako na future. The only problem ni poverty yako imemsukuma, unaamua kumshika mkono. Na watu wengi unaona wameinuka ni watu waliwashika mkono. By the way, hii dunia huwezi inuka bila mtu alikushika mkono. Daudi alipoanza kuonekana, Sauli amekuwa mwana wa Daudi, ameangalia Daudi, anajua vile Daudi anakuwa akipigana na babu na masimba. Alisikia hiyo story, alikuwa anajua hiyo story, akajua story za Daudi vile alivyofanya Goliath na vile akafanya taifa, akasikia nyimbo zinaibua Daudi, akajua hapana, huyu kuna kitu kwake. Mtu kama huyu tukipatia uongozi wa nchi, itakuwa nchi sawa. Ako na Mungu na Mungu anamtumia. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna mtu anajua mtu fulani ako na Mungu, na unataka Mungu upigane vita mpaka Mungu aonekane kwako. Mungu aseme na wewe. In fact hata anafurahishwa kwa na mtu anaitwa nani? Huyu alikuwa kwa Biblia, was it the same mfalme yule ambaye alikuwa priest tunamuita nani ndio Samuel akuje? Eli. I love Eli. Eli alipoona Daudi ameletwa, amemnecha kidogo, Samuel ameletwa, amemnecha kidogo, akaanza kuona vile kako na passion ya kufanya kazi ya Bwana. Imagine Samuel, kama sio moyo wa Eli, Samuel hangetumika na Bwana, kwa sababu alihitaji mtumishi atakayempatia nafasi. Na ndio Samuel alimwambia, Eli akamwambia Samueli, Eli alikuwa na trust Samuel, sorry, mkisikia hiyo na confuse kidogo, ni maji, hiyo majina ilikuwa mingi. Samuel alikuwa ametrust naye Eli, na angemwambia siri yote, Eli hakuwa na problem. Anaenda anamwambia nimesikia sauti kama Mungu ndio Eli anamwambia Daudi, Samueli, ni Mungu anakuongelesha, na akikuongelesha mwambie niko hapa. Kama ungekuwa watu wengine wangemwambia huyo ni shaitani, Lucifer kwanza anakuja na pembe. Na umuulize, akikuita muulize unataka nini na mimi na wewe. Mwambie akitaka kukuongelesha apitie mimi Eli. I'm the priest here. Kwa hivyo ukiona roho inanipita inakuja kwako, ujue hiyo ni ya devil. Eli was not like that. Aliambia Samueli, kisikia na kuongelesha sana, juu nimekulea huko kwa madhabahu na vile nimekuona wewe huwezi sikia shetani. Mimi najua wewe ni na Mungu. Nimekuobserve kwa muda. Already I know your characters. Ninajua vile unafanya kazi. Mimi najua Mungu anaweza ongea na mtu kama wewe. So next time ukisikia sauti, mwambie niko hapa Bwana. Niko hapa. Naye Samueli akarudia the same, akamwambia niko hapa Bwana. Mungu akafungua kipawa cha kuongeaga na Samueli. And from there hatujasikia Eli akipigana na Samueli. Alifurahi. Na Mungu akaendelea na Eli na Samueli. Yeye amefanya kazi over. Hiyo ndio ilikuwa handing over. Na handing over ikakuwa successfully. Hawajapigana na Mungu. Hiyo ingine watalipishana na Mungu. Samueli akachukua manto kutoka kwa Eli. Maana vitu zingine lazima uhandiwe over. Bwana asifiwe. Naye akachukua ile manto akaiendeleza mpaka sasa, wakati naye alikuwa naye Samueli hakuwa mtu mzuri sana wa kuraise others. Alijaribu kuraise Gehazi, lakini alikuwa na attitude ya kukemea sana Gehazi. Gehazi mpaka hakufanyika kitu. Sasa Gehazi alikuwa inabidi mpaka ajitafutie riziki. Mpaka anaona mtu ameombewa ati priest amekataa offering. Anajua, anamwambia pale nyuma, unipe namba. Unipatie namba. Unagerekana? Kuna mambo tutarekebisha. Modo ne mohonu. Aigua tohotie. Ndugagethike njogu nake. Ndugagethike njogu na mugongo wa. Sasa Gehazi akajua hiyo midhari.
na alikuwa anajua, amejua hapo Samueli amekataa sadaka. Na Elisha Bwana asifiwe, Elisha amekataa sadaka. Naye anaigojea na hapo. Anapiga kasimu. Sasa jamaa anaona ka flashback. Anasema, "Ni Gehazi. Ati Roho amesema urudi." Roho amesema? Halafu anamwambia Roho amesema ati hata kama sio yote unaweza gawa kidogo at least ya sample. Hivyo ndivyo Gehazi alianza kuondoka na shida si Gehazi. Mimi naona kama shida ilikuwa Elisha. Kwa sababu Elisha angekuwa mzuri na amue kusupport kabisa nani? Gehazi kuna maroho ingefuata. So nasema ya kwamba you have to press on for others. Press on for others. Si tu watoto wako, hata wengine tu naangalia unaona. By the way, kuna mtu unaweza angalia mtoto uone hii ni A material. Na wako ako nyuma. Unaamua unapeleka wako shule si expensive sana. Ndio hiyo pesa ulikuwa unalipia wako yote, uaccommodate katoto kengine unajua ni very bright. Bwana Yesu asifiwe. Hii school fees ya mtoto wako na unajua vizuri anakujaga, umemlipia shule nzuri, kila term unamlipia 1,100. Na unajua vizuri kila wakati hata hataki kusoma, hata unaambiwa na walimu anavuta bangi, hata unaambiwa na walimu ako na girlfriend ako for study 7. Sasa unajua vizuri huyu hata nisomeshe zaidi ni pesa yangu napoteza. Unaamua wacha nipeleka yeye shule ya chini kidogo, angenganage hapo, uaccommodate watoto wengine very bright unawajua. Wakisoma watakuja kuwa nini? Kitu na kusaidia tai. Sasa kuwa selfish ndio inatuzuia hata tu accommodate watu wengine watakuja kuwa bora. Praise the name of Jesus. Unajua like a football club yetu tumekuwa tukishindwa kila wakati. Kulikuwa kunahitaji tu coach ambaye anaweza amua staki hongo. Unajua Kenya shida inatuzurua ni corruption. Baka unajua mchezo hata mpira ni corruption. Huyu analetaka kitu mzuri. Huyu naye alileta 1,000 kadhaa. Hata kwa jeshi. Si tunasikia kiao wengine wametoa wanasema leta kitu kidogo. Sasa unaingizwa kwa jeshi na wewe ulikuwa ukuwe mkulima. Unachukuaga bunduki kama jembe. Alafu tunasikia huko Kisimayo mliuliwa 50. Kwa sababu hata si mapenzi ya Bwana kuwapeleka huko. Jonathan akaamua hapana. Kuna mtu nimeona karibu na mimi na nimeobserve, nimeangalia roho yake, nimeangalia mambo yake, nimejua huyu mtu anafaa zaidi. Akaamua kuvua, turejeshe hiyo verse. Nikaamua kuvua. Kuvua nini? Vazi lake kupatia Daudi. Alivua vazi alilovaa akampa Daudi. Pamoja na silaha zake. Hapa kuna watu wanaweza fugurishia watu raini. Unakaa na raini, cute raini, clear. Watu wanajua ni wewe uko na clear tu. Unaona tu wamekufuata tu kwa sababu ya raini clear. Fungulishia wengine watatu. By the way, hata ndio huduma atakaa tu hapo kidogo. Huduma ya mtumishi wa Bwana inaitwa nani? Inaitwa Musa. Iliinuka wakati aliambiwa na mtumishi wa Bwana. Wazee 70. 70. Train them. Impart them. Wawekelee mikono. Kila kiko kwako wakipokee. Na baada ya kupokea kazi yako itakuwa rahisi. Kuna vile kazi yetu inaweza kuwa rahisi kwa sababu tumeamua kugawa kitu kilicho ndani yetu kwa watu wengine. Wale ambao tumeona ni bora. Pesa zingine zetu tugawe. Ati unakaa kanisani uko na milioni 20 na kuna mtu hana fare. Na kuna mtu hana unga. Mungu hata kunyang'anya maana ni zako. Mungu anajua respect. Anajua ni za, lakini utakufa mtu very lonely. Utakufa mtu very disappointed. Hallelujah. Maana unge press on na ile nguvu uko nayo usaidie watu kadhaa wafanyike kitu. Akavua vazi alilovaa kumpa Daudi pamoja na silaha zake, hata upanga, upinde na makanda wake, na mkanda wake. Unajua mkanda ni yule unavu. Kwa hivyo huyu hakuwa kijana tu mdogo. Aliamua ile black belt yake apatie David. In short, yeye ndiye aliamua yeye mwenyewe a commission David rasmi
hata vita za kiroho ni hivyo. Anawagaia manto, chukua hata mkanda yangu, wacha mimi nikaa hivyo. Kabla hata bila hii mkanda, I'm the son of Saul, I'm the son of king. Baadaye kuna watu hapa hata saa hizi ukiweza peana gari yako moja, bado you are a son of a rich person. You are very rich. You know how you can get another car easily. Lakini unakuambia tu hapa, unasema watu wengine si watafutiwe na mababa zao na mama yao. Haujui ni roho ya pride inaongea, na ni roho ya kuwa stingy. Praise the name of Jesus. Jonathan akaona kile Mungu anafanya, akaamua kusupport, akatoa mkanda wake. Jonathan ameacha kuwa mwana wa mfalme, hata bila mkanda, hata bila kila kitu, bado ni mwana wa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Akavua, twende hiyo verse nyingine. Twende hiyo. Alivua, kokote Daudi alikotumwa na Sauli, Daudi alifanikiwa. Unaona, Sauli alikuwa anaona huyu mtu anafanikiwa na zote. Huyu mtu anafaa. Alifanikiwa. Hivyo Sauli akamfanya kuwa mkuu wa jeshi. Yes, amefanyika mkuu wa jeshi yake. Unaona, ameinuka. Jambo hilo lililofurahisha watu wote, hata watumishi wa Sauli. Tuendelee. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee hapo pengine. Askari, hebu tupatie version ya kizungu hiyo 4. Hiyo 4 na kizungu. Hii verse 6 inaongea vile tu Daudi aliendelea akifanikiwa. Sasa amepewa baka black belt, kila kitu, ya kizungu. Jonathan took off his coat and he gave it to David. He also gave his armor to David, as well as his sword, his bow and his belt. Simeona? Hizo vitu zote amevua, ameletea Daudi. Na hizi vitu zote ziko pale. Hii coat si jacket kama hii. Ni ile coat ya priest. Ni kama hapa nani amevalia magwanda ya kutumika. Ni kama Maito. Hata ukiona ukikaribia Maito, hata ukiona kama ameshuka kidogo, amevalia mavazi ya silaha. Si unaona mpaka mudhegi yako na Biblia. Unaona Biblia vile pale iko. Wewe unaweza dhani asikii roho. Ako tayari kwa sababu ya shambulizi lolote. Bwana Yesu asifiwe. Sasa atuchukue sasa hiyo mavazi, mudhegi na Biblia na kila kitu, hand over kwa huyu dada. Maana ameona huyu dada anafaa. Shida yake ni vile tu hanaga mavazi ya silaha. Shida yake ni vile ambavyo hana Biblia. Na wewe unajua una Biblia na usomagi. Na unajua mtu anakuja kanisa na kila siku anakuombaga, "Ndokenda ithie thome hanini." Na unajua usomagi. Simwambie ke Biblia eno ni dako he. Nilipokuwa kijana, wakati nimeoa tu hivyo, nilikuwa na room hapa Odhero. Neiba moja tulikuwa tunakaa na yeye, alijua napenda kuangalia mahubiri. Na kuna mhubiri alikuwa nampenda sana. Roho yangu ilimpenda sana. I follow this man. Alikuwa anakuja kuhubiri kila wakati kwa NTV saa 1:30 asubuhi. So every Sunday saa 1:30 nilikuwa naenda kwake kuona TV. Na nawaambia mnikubalia tu nione mahubiri 30 minutes. Sasa niko pale nikiona mahubiri 30 minutes kisha. Sasa shida ya kupenda mtu ilikuwa nienda kuomba tu nafasi nione mahubiri. In fact, baada ya kukaa mke wake akaniita. Wakaniambia, "Juu tunaona unapenda sana kuliko usubukage hivi. Kuna ka TV kalikuwa chini ya kitanda. Chini ya kitanda ka Great Wall. Chini ya kitanda." Wakanichomolea chini ya kitanda. Wakanipatia nionaye mahubiri kwangu. Na kuambia ungenikuta kila Sunday nikitengeneza aerial. Ishike vizuri mahubiri. Sasa mahubiri na volume yote ilikuwa kwangu. Huyo mtu alikuwa mtumishi wa Bwana. Na imagine hii TV ilikuwa chini ya kitanda. Kwa hivyo haiwasaidii. Na kuna mwingine inaweza saidia. Sasa unakuta kuna mtu ambaye ako na wingi wa mambo fulani, lakini hawezi kuwa msaada kwa watu. Anasemaga methero ni manyi na mao. Kema ithe mao mari kuma migode kigayo. Kema baba mekaga ate. Walikuwa watu lezi. Na ndivyo wamezaa watoto 7. Na alizaga. Kulijua tu kuzaa kona 8. Ni akili hawana. Hajui kupanga. Dada yako mmoja hakujua kupanga, ndio wewe mwenyewe wasomeshe.
uchukue wako na wake, msaidiane mzigo. Bwana Yesu asifiwe. Jonathan ni kwa mfalme, na si kwa power zake na effort zake. Amezaliwa kwa mfalme, na baada ya kuzaliwa maandiko inasema ya kwamba akajua, mimi mavazi niliyo nayo nafaa kupatia mtu fulani, utafanya bora kuniliko, for the interest of the kingdom. Ile siku tutaanza kukuliwa na interest ya kingdom, things will change. Things will change. You will start recruiting people. Utaanza kusaidia watu. Kuna mtu unajua vizuri. By the way, imagine kuna mtu unajua akipewa tu capital, maisha yake imefunguka. Na anaendelea tu kuomba Jehova. Mungu anakuleta hapo, anaona tu anaitwa Baba Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Anaita Mungu wote, Ibrahimu, Isaka na Yakobo, Mungu wa Israeli, na wewe tu bado uko hapo. Mungu huyu anaitwa na atasema, yani wewe, na unasema ni mtumishi wangu. Nikiitwa hii majina yote umewaisikia nikiitwa? Na unagojea tu nijibu. In fact, unafaa kuwa answer ya majibu mengine. You need to be the answer. Na ndio Biblia inasema siku ya mwisho watu watalia sana. Watakuwa nasema nilikujua, na waambia we, hata hujai nijua. Nilikuwa mgonjwa hukuja kuniona. Nilikuwa hospitali hukuja kunitazama. In short, alikuwa anaongea mambo ya nani? Mungu ako na interest ya others. So wakati tumeinuliwa, you have to think others. Sio kuwa selfish. Hallelujah. Unakuwa na shamba unajua kanisa kabisa bado liko na shida, na uko na mashamba, unakuja tu kuambia pastor vile umebarikiwa. Niko na mashamba Kirereshwa, Ravington, wapi. Ate iweke mbele za Bwana. Ingine si kuweka mbele za Bwana. Iweke, nimeonyesha Mungu nilaaniwe. Bwana asifiwe. Niko na shamba eka milioni 2, eka 50. In short, Mungu amekuleta ujianike. Baadaye unajua watu hawajuagi, wakati unajileta kuombewa mtumishi wa Bwana ni kujianika. Kwa jamaa tulikuwa tunasumbuka na rent ya kanisa. Yeah. The more you grow, unaenda kwa madhabahu na unakaribia watumishi wa Bwana, ni kujianika, unajianika. You expose yourself to the spiritual realm. Watakujua vile hauko unajijua. Bwana asifiwe. Wataongeleshwa na Bwana na waone vitu hauko unafikiria. So unapokaribia mafuta nayo itakuexpose. Na unakuja kuambia mtumishi wa Bwana, kuna pesa zangu milioni 2 zimefungiwa mahali. Na saa hizo kanisa linafungwa. Alafu mtumishi wa Bwana anaomba, na ukipata pesa unatoroka kanisani. Roho wa Bwana anakufuata. Why? You exposed yourself. Wakati ulikuja kwa mafuta, kwa neema. Hallelujah. By the way, vitu nyingi ambazo tunafikiria ni Mungu atakuja, si Mungu. Ni sisi watu wa Mungu. Hallelujah. Enda soma kwa Biblia uone watu wengi ni wao. Somebody like Musa, relationship yake na Mungu ilimleta kwa karibu na Bwana. Waisraeli hawakujua mahali walikutania na Mungu kichakani kikiungua. Wakati amemuona Mungu ameongea na yeye na akasikia masharti ya Bwana na shauri la Bwana, Mungu akafanya rafiki yake, akamtuma kwa watu wake, akawatoe Misri. Mafuta, ndio Yesu anasema katika Isaia 61, nimepakwa mafuta na Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa sababu nini? Bwana amenipaka mafuta kwa sababu nimeitwa na Bwana nikahubiri habari njema. Good news to the poor. Good news to the poor. Tell your neighbor, good news to the poor. Say good news to the poor. Unafikia good news to the poor ni nini? Ni Jehova siku moja atakubadilisha. Si hiyo ni good news? Lakini hiyo ni good news kabisa. Good news isukumane na you are blessed na kitu kingine. Sasa wataita good news. Kwanza ilikuwa good report. Lakini wakati imesindikishwa kwa sababu umebarikiwa, sasa inakuwa good news kwao. Lakini hata ualete, hujawahi jipata wakati uko na shida, hata Roho wa Bwana na malaika wakakuongelesha na wakakuonesha ndoto ya mbinguni na ya nchi. Lakini ukiamka asubuhi hakuna mkate, hakuna chakula. Ikuwa good news, haikuwa good dream. Unaamka unakasirika. Kwa sababu unaona ingekuwa good news kama hata kwanza angeanza na kukushibisha alafu good news irudi. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa hivyo
Yesu akapeleka good news. Ndio unaona alisibisha watu, alivalisha watu. Haleluya. Alifanya watu wavuvi wa samaki kuwa wavuvi wa watu. Hiyo ni kung'eng'ania wengine. Na ndio unaona Yesu walipomuua, walidhani walipomuua Yesu idhani wameshinda, kumbe badala yake injili. Yesu alikuwa ameona hapo, hawa watu wakiona na hubiri watanikamata, wataniua. Lakini nifanye wengi kuwa bora, wakienda kuniua wakidhani wameshinda. Walipomuua Yesu wameshinda, kumbe badala yake injili. Haleluya. Kuna kitu moja naona, kuna kampuni moja na nikubalia niiseme hata kama siku ya advertise hajanilipa, na wakisikia wanaweza niletea kitu. Equity Bank mimi nilijua haitaisha. Wakati niliona ile moyo wako nayo ya kuleta wings to fly, kusaidia watu wasiojiweza, kusaidia watu, enda kwa bank za Equity. Juzi nimekuwa nikienda huko, ninaona watu wengi wanakaa vijana. Na unajua saa hizi mkihaya watu wamepata kiburi pesa, wanataka mshahara ya juu, na kuna watoto mlisomesha wing to fly wamefanya banki na whatever, na wanataka hiyo kama mshahara, wanachukuliwa. And they are doing very well, very excellent. Na wahitaji elfu hizo wewe unadai juu umeshiba. Sasa unaandikia, unasema unahitaji 150. Na kuna mwingine bora kukuliko na anahitaji 30. Aseme nimeona Jehova na malaika watatu. Sasa si wewe uondoke na mkiburi yako, tulete mtu anahitaji, kwa sababu nao wamesomesha watu. Haleluya. Walielimisha watu. Kuna ndugu yangu amenifurahisha juzi, wakati baba yangu amekuwa mgonjwa, nikampigia simu siku moja nikamwambia tuko hapa na hapa, we are doing this and this. Nimemsaidia sana, nimemsomesha, baadaye Mungu amempatia nafasi, ameenda kufanya kazi Scotland. Sasa nilipo tu mwambia, aliuniza tu nitabe shika na, nikamwambia inahitajika pesa fulani. Akaniambia reke nyone kile gugutumira. Saa hizo hata ilikuwa juzi, hata acha nikwambie, nikaona banki ya nikaona hii nayo ni ya Kenya. Nikaona pesa zimeingia kwa simu yangu zile zote, kwanza ilikuwa more than enough. Nikasema guy, no one wa kutaithia ndo, unaona vizuri kuombea watu. Nikaona kuna kitu imeingia, acha hata nione nikwambie ilikuwa hivi. Nijua mimi sitakai kuambia watu, nataka kuambia kitu ya ukweli, kitu ambayo najua imewahi saidia. Kwani imeenda wapi? Nikaona asijui from UBA. Sasa nilikuwa nafurahi sana nikiona, yani nilisomesha kadugu moja, naona namba inanipigia, inatoka, naona imeniandika hapo United Kingdom. Sema gaime wako nyitagererado. Sikuwa na notifications za kuenda, lakini ukashikilia mwingine na amesoma, amefanya kozi fulani. Unaenda hata ukibisha mahali unamtafutia msaada, naye wakati amepanda, wakati wa uhitaji, unaanza kuona vitu vingine, unasema gaine mwega. Haleluya. Bwana asifiwe. Nikawa nahitaji nyingine, nilikuwa nahitaji hii wiki tu, nahitaji sasa 1000. Akaniambia ngojea kidogo. Nikaona dakika 2 20,000 from UBA United Kingdom inaingia. Your M-Pesa have received. Your M-Pesa, hii M-Pesa inakuwa very faithful. Inakuongelesha kama inaongea na mtumishi wa Bwana. Haina pride. Ndio mnaona mnapenda M-Pesa. Na sijai market, na wanaweza niletea kitu hata wao pia. Bwana asifiwe. Yani hata wacha nikuambia hapa, just a minute. Si tunasaidiana? Bwana asifiwe. Kuna wakati unaweza kuwa na mambo magumu na mazito, na kwa sababu ulikuwa stingy peke yako, unang'ang'ana na mambo, unauliwa tu peke yako, gari inachotwa tu peke yako, vitu yako inaibiwa tu peke yako tu. Bwana asifiwe. Kwa sababu na wewe huwezi kuwa msaada. Hebu ona hii message inasema, you have received 10,000 from Isaac Muirore Ng'ang'a. Ng'ang'a ni baba yangu. Sasa ni kijana yangu. In GBR via sent from Nara. Nasema ile ndo akiona irathi mushuma akora hiyo. Rĩu ici niĩ ndiye irathi bũrũri ũcio. No kuindo irauma na kuigoka. Wapendwa, nataka nikuambie, place on for others.
They have the grace. They have the potential. They have their credentials. Sasa unakuta mtu hata hana CV. Dakinya class 8 gedhigo taidia mami mogoda. Lakini hawezi saidia na akafa afanyika intercessor. Hawezi ombea mwingine ainuke. Hawezi takia mwingine aende mbali. Lakini wakati utakapo anza kupress on for others, you will conquer. Vitu haungeshinda. That's why tunaandika hapa, I will conquer. You will conquer when you press on for others. Ufalme wa Israeli, Biblia inasema ya kwamba Jonathan akaamua kupatia mavazi yake na vitu zake za kazi kwa David. And that's how David alisaidiwa mpaka akakuja kuwa champion na ufalme. David kwa lineage yao hakukuwa ufalme, lakini unaweza fanya mtu anakuwa kitu. Kuna watu kwa lineage maskini hata inanuka. Na mlianza kutembea na yeye umaskini ukinuka tu. Na unamaliza na yeye miaka 2 umaskini ukinuka tu. Siku moja utaregret. Utakapokuwa umekimbizwa na Ron, yule jamaa ungeinua alikuwa na potential, ndiye angekuja akuoffset kila kitu. Jua najua mahali ulimtoa. The Bible says, ukisoma hii Biblia maana sitaendelea sana. Bible inasema Jonathan wakati ameempower David, mara nyingi hata David ageuriwa na Saul. Sasa mnajua hivyo? David alikuwa anamwambia jioni baba anakukujia kichwa chako. Toka kwa nyumba. Jifiche kule na ujifiche mahali. Ni Jonathan alikuwa anaambia siri David. Si roho wa Bwana. Mungu alikuwa anatumia Jonathan, maana kuna vitu inaongewa hapo. Sasa shida yetu, yani kila kitu mpaka usaidike lazima roho aongee. Na hata intercessor wameona. Waombezi mnaona. Wengine hata kuna macho ya kibiashara uliona. Na unaona huyu mtu akichukua hii deni anoe kuhorokera. Ungemuita tu mpatie advice. Ungemuita tu mwambie. Si kusegenya watu, hata ukiona mwingine anavaa vibaya. Acha kusinda ukimsema. Maybe alikuwa anakaa hivyo. Mwambie sasa umekuja muite. Mwire hukumu waka hali. Na watu ikaduga hata yake. Mfanye rafiki. Kwanza mnunulie karanchi siku 2. Aone sasa wewe si kupigana. Unajua kwanza watu wale wametoka kwa umaskini nyingi wanakuwa tayari kwa vita. Kuwa tayari. Unafikia kama ulilelewa Mathare? Unafikia tunakuja na roho sasa ya kujua watu wote ni wazuri. Na unajua vizuri hakuna mtu anakuwa mzuri. Umezoea mnaweza lala njaa kwa neighbor ukisikia ni chapati wanakula. Na neighbor huyu mwingine ni ng'ombe ni nyama wanakula. Na kwenye mnalala njaa siku 3. Unakuwa na roho ingine. Sasa umekuja kanisani ameokolewa. Ni wewe utamsaidia kuwa bora. David akasaidiwa na Jonathan kuepuka baka secret zingine za kiufalme. Hakuwa anajua. Najua David hakuwa ameishi palace. Sasa unakuraga na mtu unamchekelea. Ngeke anayetie kule hoteli ya Jaga 5 star. Mwambie muda anyitaga home. Sasa wewe unaona, niliona hoteli moja tumeenda. Tumeitisha chai. Mtu mwingine tu hapa. Nikasikia waiter, wewe. Hata wasemai waiter, customer. Sasa unashindwa nani customer? Unajua anaita wewe hujaitwa customer. Customer. Sasa unajua watu wanakuja. Niletee poesha. Alikuwa 5 star. Sasa unaona mpaka wazungu wanaangaliana. Anagojea hii kitu inaitwa poesha ni nini. Sasa mpaka ukileta sasa na unajua ukileta kama ni jug umleta. Akwambia hata tu hiyo nini. Sasa unamwambia kitu kama jug au kasufuria. Anaweza sifiwe. Sasa ukimletea unaona anachukua kikombe moja na ingine hapa. Akikupeaga story. Sasa wewe unajiaibikia mwenyewe. Kwa sababu hii ni mambo ungefanya ile kitu tunafanya ya kwanza inaitwa aje? How do we call it? Orientation kitambo. Huyu mtu mmeanza kutembea na yeye. Na wewe fanya orientation kiasi. Mwambie kumari waje kutora nani oka. Muite mahali kwa nyumba yako. Mupatie tu mashauri ya kutembea na wewe. Tutaenda na hoteli tukule. Tunakulaga hivi. Umai inashikagwa hivi. Kijiko inashikagwa hivi. Maana hata wewe ni kufundishwa ulifundishwa. By the way gonga mtu mwambie hata kujifanyia unajua kila kitu. Ni kufundishwa ulifundishwa.
Bwana Yesu asifiwe. Yeah. Najua siku moja tumepata katoto. Mimi hajawahi kuwa na mtoto mwingine na hajawahi kuwa karibu. Sasa nikaona mke wangu alikuwa amefundishwa. Kakipewa chakula ati kuna mahali kanaguzako hapa. Atakakeeruka. Ngemwira hey. Ndoba yako. Sikuwa nimesikia. Sasa unakuta msichana mwingine karibu auwe mtoto na kunyonga. Kupea chakula kupea. Na hujawahi. Ukiona kadada kamepata mtoto juzi, muite umfanye orientation. Leo ndio watu wengine mtumia. Atumia maikarago. Athuri maikarago. Haleluya. Bwana asifiwe. Sasa unakuta mwingine hata kanisa kujaga tu mnashinda, hata pastor ndiye lazima akuje aseme. Maana anakuja na kaa mbele na hata tu anakuja na kagua imefika hapa. Sasa pastor unaona kanisa lingine pastor alikuwa amezoea kuhubiri hivi. Walikuwa nafikia roho anakuwa pande hii. Ndio siku moja mtu mmoja akamuuliza pastor siri, akamwambia shida inakuwa hapa. Shida inakuwa wapi? Hapa tu mbele. Na wamama wamekaa hapo. Na shida ndio inakuwa na wako comfortable. Wanasema shida ni yake. Sasa mpasta tu anahubiria ameangalia hivi. By the way Mike wana pastor akihubiria watu walikuwa wanaangalia biguni. Sisi tulikuwa naona kama anaona Yesu. Na wengine by the way hujaiona pastor anahubiria amefunga macho. Juu anajua ile majaribu iko hapa. Breakthrough itakatizwa watu. Aya, kuna watu ambao kwa pastor anahubiri na wadada juu wanahabilitiwa juzi ndio wamekuja kanisani. Wao na wahubiria wakifanya. Sasa na ulikuwa gia ya 5, unarudi gia ya 2. Sasa nyinyi ndio mtakosa breakthrough na shida ituko tu around. Bwana Yesu asifiwe. Vitu vingine unarekebisha. Tunasaidiana. Jonathan akasaidia Daudi. Akampatia mavazi inafaa Ikuru. Daudi akaonekana amequalify. Amepatiwa baka mshipi. Anaweza simama mbele za madhabahu. Anaweza ibia baba yake. Hata hii gitaa kwani alitoa wapi? Si nikupewa amepewa. Mimi nadhani maybe ni Jonathan anashughulika. Wacha kuibaga hivyo. Ukipewa ka gitaa tu. Daudi wewe unajua mambo. Kuna mtu anajua kucheza ka gitaa hapa. Na gitaa ni 1000 ngapi? Na mnajuaga tu. Sasa anashidaga akikuja kanisani kucheza ya kanisa. Na unaweza mnunulia ka gitaa tu. Aanzae kufanya rehearsal kwake kwa nyumba. Unaweza mnunulia ka keyboard. Kuna unaweza fanya. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Wakati mlikuja crusade ya Moro, I remember Apostle Ndora akinulia jamaa mwingine ka speaker. Huwa anahubiri kwa street. Na kuambia mpaka siku ya leo nakutao jamaa anahubiri na hiyo speaker. Anakotuza kanaweka kwa gunia 5 kasinyeshewe na karatasi ndani. Ukikuja uone hiyo speaker saa hizi ikichomolewa pale, inachomolewa kwa magunia. Unaona amebeba magunia unafikia ni mogoroki. Si mogoroki, ni speaker ilifichwa hapo. Maana tangu azaliwe hajawahi kuwa na maana hivyo. Na hii ka speaker inaenda tu inachajiwa. Hallelujah. Apostle Ndora akamnunulia speaker. Baka leo ka speaker kanahubiri. Akasema ukiuliza huyo mtu Mungu alikuita na ulionea Mungu wapi? Alimwambia niliona kuna mtumishi alikuja hii Moro anaitwa Dora wa Roingi. Ndio Mungu alikuwa ndani yake. Ndio alibadilisha maisha yangu. Na unakuta mji mzima uko na matajiri. Anasema ari ukare kamugie kikahujagia haria. Ore amugie kiatungataga. Ninyona ni ari Ngai tiga ni mathina maiki. Okay. Tigane? Endelea gukwama. Tigane gukwama. Eo ni njamba. Bwana asifiwe. One of our pastor ambaye watu wengi wanasema si mzuri. Na tunamjua mimi nampenda sana. Kwanza hata Azeze akiimba wimbo moja hapo, nasikia anasema hapa anarudi ulikuwa naimba wimbo gani? Kuna inafurahisha hapa. Ngai we mwega. By the way mimi napenda hizo nyimbo. Wakiimba tu nisikie Ngai we mwega, nasikia roho anashuka kidogo. Jamaa mtumishi huyu wa Mungu anasema siku moja aliombea watu. Mtu mmoja ndiye alikuja kama vyenye na kuona takulipia TV 6 months. Kalipua TV station. Alipoingia wiki ya mwezi wa kwanza ndio Kenya mzima imejua Kenya 1. Kenya 1. Commander alikuwa mtu wa street. Hata akaweza kusema sasa mimi ni Kenya 1. Commander mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na ni mtu alimlipia TV for 6.
Jamaa kulipiwa TV for 6 months. Kumbe kutoka hapo yeye mwenyewe kwa kipawa chake na nguvu ile alikuwa nayo amejisustain mpaka sasa ako na TV station yake. Alikuwa anahitaji mtu wa kumkwamua. Alikuwa anahitaji mtu wa kumkwamua tu. Ni kagari inaguruma lakini hakana starter mzuri. Unaonaga tu kana shida kwa kivurutwa. Baadaye unakuta mtu mwingine mnaishi kwa plot. Na mtu siku zote lazima akuite mkasukume gari yake. Kwanza mnamchekelea. Hata mnafunga madirisha na mnajifunga na mpaka mjimshanye hamuko, msimsaidie, msiaibike. Unajua kuna watu Mungu anawaleta karibu akuletea majaribu karibu. Anaongea milango. Karo. Wekuo, dukate ya Ngai. Umevalia hivi na Sunday. Ukawaambia udaithio haria udaithagia. Unasukuma sasa hivi aje ni Karo akisukuma gari asubuhi. Alafu mguu inafanya hivi na mwagia. Enda kwa duka ukuja na battery. Mwambie shika. Rumisha. Akuulize Sunday nyingine atakuuliza na hii gari sasa tukienda kanisani. Kanisa yenyewe inakuwa wapi? Tuende tukaone Mungu huko. Maana huyo ndiye Mungu. Huyo ndiye Mungu. Ndio unaona injili yetu hakuna mtu anaitaka. Maana hata kwa plot wanakujua vile pride yako, kisirani yako. Na wanajua hata umepewa majirani pale uweze saidia mmoja. Jonathan akaona Daudi. Akajua vile Mungu alikuwa na mpango na Daudi. Akaamua kusupport David. That's how David became the king. Na Biblia inasema ya kwamba familia ya Sauli mpaka Jonathan kuna siku waliguliwa kwa vita. Si walikufa baadaye? Lakini walikuwa wameweka agano. Kuna mahali Biblia imesema agano. Hebu turudishie hapo, walikuwa wameweka agano. Baada ya mambo hiyo yote, Daudi akakumbuka agano. Familia ya Sauli imekuwa wiped off. Enda hiyo nyingine. Verse 3. Verse 3. Jonathan made a special promise to David, David's friend, because he loved David as much as he loved his own life. Twende? Kuna mahali inasema wakaweka agano. Hebu endelea tu. Hebu tuone. David did whatever Saul asked him to do, and he and hiyo nyingine ni version, different version. Tusomee hiyo version. Verse 3. You are doing a good job. Verse 3. Jonathan made promise. Version ingine. There is other version. Jonathan made a covenant with David because he loved him as his own soul. He made a covenant. Because of that covenant, wakati wa wiped off. Na unajua Mungu alikuwa na shida na familia ya Sauli. Baada ya kuamaliza, baadaye familia ya Sauli ilikumbukwa na covenant. Ndio baadaye David anasema, sasa baada ya kunifanya kuna mtu tuliweka agano na yeye. Anaitwa Sauli, anaitwa Jonathan. Na wakati huo Jonathan alikuwa amekufa, mambo imeisha. Biblia inasema ya kwanza, hata watoto wa Jonathan wengine waliishia kwa vita. Kuna huyu kijana anaitwa Mefiboshethi. Akawa hata yeye wakienda kwa vita alikuwa abaka amefanyika kirema wakitoroka. Sasa kulipotafutwa nyumba ya Jonathan na haipatikani, Biblia inasema wakati walitafuta sana, kukasemekana kuna kamtu ka familia ya Jonathan, lakini hakafai kuja mbele za Bwana maana ni karema. Jonathan aliuliza, niletewe hata kama ni mbwa, hata kama ni nini nitafanya. Ndipo aliletewa Mephibosheth, and that's how Mephibosheth kuanzia hiyo siku akaanza akarudi kwa palace na kukunywa na mfalme Daudi. Praise the name of Jesus. Unakuta watu wengine watainuka, na kwa sababu ya kuinuka kwao watarudi kuja kuwa misaada kwa watoto wetu. Watakuja kuwa misaada kwa watu. Biblia inasema hata Israeli, yule mfalme aliyekuwa na moyo mzuri na Joseph, baada ya Joseph kuondoka, kukakuja wafalme hawajui David
na hawana record na historia za David. That's how the Israelites got to captivity. Bwana Yesu asifiwe. I'm talking about pressing on for others. Pressing on for others. Wakati una neema ya Mungu, wakati una kipaji cha Mungu, wakati una kitu chochote umepewa na Bwana kwa neema, si tu yako, unafaa, kuna watu utakuwa na gawia kiasi, una hand over kwa kiasi. By the way, niliangalia kanisani, nikaona kuna watu tulikuwa kanisani, wengine hata unaona vijana hawajui kutafuta mke. Shida yake hajai oa, si kwa sababu si mzuri, ni handsome, very handsome, mtu mzuri, lakini hajui kutafuta mke. Sasa kuna watu tulikuwa tunamuita uka thina waku we na niki ikaraga na dado cio hau cio, anakuambia sasa mtu anaanzaga wapi? Anza kuambia msichana you are good. Kwanza leo kila siku unakaa karibu mwambie you are beautiful. Sasa tukaanza kutengeneza wengine. Wanaanza sasa kwa hii kanisa unaona kana alizamu wa nani? Anambia unaona dada fulani. Naye kuna msichana anajua kukaa vizuri na mafuta na watumishi. Amefanya nafsi yake na maisha yake ijulikane kwa watu wa Mungu. Wanajua huyu ni mtu mzuri. Sasa naye mtumishi atakapokuja kuulizwa hivyo, tuko naambia yule kijana, uliza fulani, utapata mke wa kuishi. Kuna dada moja alikuwa na moyo wa watumishi, maombi, kupenda. Nakumbuka huyo dada, kwanza alikuwa na mtoto mmoja. Na kanisa lile nilikuwa dada akiwa na mtoto, kuna kijana alikuwa anamkaribia. Huyo dada tulimmarketia. Nakwambia that year. Na yeye akakanyanga the ISO. Akisema I do. Hiyo nakaga nikijua hiyo ni sisi tuliunganisha. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta ulipewa hekima na mafuta ya Bwana. Kuna watu hawatakaa single, tutaconnect. Hata kama hawana macho ya kuona tutawafanya waone. Joel ni ule modo. Ni ule modo. Na ikare hakuhe na dada tena. Kare kiwendaga. Tida ha stone face. Tunajua zamani historia yangu ilikuwa mbaya sana. Tiga wana. Anza mistari. Mwambie siku moja tutatengeneza reli kuja kwenyu. Gradually tukuje hapa tufanye harusi. Si tumeona Mungu na tuwabariki. Kwa kwingine Mungu awasaidie bereni. Haleluya. Bwana asifiwe. Mwingine akwambia tunagojea mwenye hana mtoto hata mmoja. Mwambie tigawana. Kigojea hapa. Nikiorahia moko. Kiotura uko nyita thufuria. Ongea na mmoja hapo. Kwani watoto wake watakuzuia kupikiage? Na hudumu. Ongezeeni kutoka hapo. Kigojea. Bwana Yesu asifiwe. Kijamaa kanakaa hapo. Maana alitoka Geshagi. Sasa imani ni ile ya Geshagi. Sasa lazima umuondoe ka ujinga ingine, umwambie acha mambo mengi. Kwanza huyu atakusupport. Si unaona anafanya kazi? Atakuuliza unafanya kazi, akuongeze capital. Na sasa ukiongezwa capital simnalea watoto. Na umwambie ulikuwa na 2, tuongeze nyingine 3 inakuja 5. Maisha inaendelea. Karikia ndo medaga. Bwana Yesu asifiwe. Jonathan akaamua kuconnect David. Kufanya Daudi akuwe bora. Naye David baadaye ndiye amefanya familia ya Jonathan irudi kwa Paris. Na ndio watu, kuna ufalme moja Kenya nilijua alikuwa na Mungu. Kwa anaitwa Moi. Baada ya kufanya uzuri Kenyatta amekamata uongozi. Watu walimzunguka akina Raila na wengine. Wakidhani atasema wanatosha hakusema. Akatuchomolea kijana kalikuwa kanakaa kama ametoka rehabilitation. Akasema huyu kijana anatosha. Na akanyamaza. Watu wakalimana. Na kijana ameamua sasa punguza ule. Kujifanya kiongozi. Mimi naonaga huyu kijana hata ile koti alivaa hiyo siku. Ukweli kama niko kwa madhabahu. Enda angalia mpaka hiyo koti. Kijana akisimama mbele ya watu ilikuwa inaonekana hii koti. Sijui imeokotwa wapi.
Hajawahi vaa jacket kama hiyo. Aliambiwa mtu akiwa rais na anafaa anza kuwa na image ya rais. Kijana hata kama macho ilikuwa red, akasogea na kijacket kilikuwa kinakaa. Jamaa akaanza kubehave. By the way, do you remember was it Uhuru akisema siku moja hata age misbehave, mama yake alikuwa anaenda kwa rais anamwambia kuja kijana na misbehave. Maana alijua the father figure mzee aligaga, akaacha jamaa hapa naye ni rais na nataka huyu kijana awe nurtured akuwe rais, anaambia rais anaitwa na Ikulu. Siku wakati Uhuru alisema alipigiwa simu na president akatoroka. Maana aliambiwa hiyo tabia mimi kama rais nitaishughulikia. Na unajua rais atatuma mpaka jeshi. Unakuwa abducted na wewe ni mtoto wa rais, baadaye si kumalizwa unafinywa vizuri alafu anasema uletwe. Lazima ukue kijana wa rais. Baadaye hata kama wakati wao mkumpatia kura, maana mlikuwa mnaona macho na majacket, mnaona hajafika, mkampatia 2 million votes. Naye Kibaki akaendelea akamfanya minister of finance. Gradually after that he became the president. Na watu wanasema kafa Uhuru. Sasa ni mtu alikuwa nurtured na mtu mwingine alijua huyu ni kagari inaweza kuwa shida ni pombe imekuwa mingi. Si tubadilishe mambo. Si tutumie nguvu zetu, uwezo wetu. Baadaye kuna mtu unaweza peleka rehabilitation kwa pesa yako. Kuna mtu unaweza peleka mahali fulani kwa pesa zako. Mimi nimeona juzi mama mwingine alikuwa mgonjwa, sijui asas nini, anakaa baka kama akawazimu. Kulipatikana tu mtu mmoja wa familia yao akamchukua akampeleka hospitali. Akaamua pesa zote atatumia yeye atashughulikia. Yule dada kutibiwa, nimemuona saa hizi ako na afya. Nikasema, imagine kuna mtu tu anahitaji matibabu. Shida yake hajaipata dawa. Kuna mtu ako na asas anakunywa tu Panadol. Maana pesa ya kukula hana. Ndio unaona amefinyika, amekonda. Na unasemaga tu huyu anakaa intercessor. Hakuna maombi anaombaga. Anauliwa na ugonjwa. Anauliwa na shida. Nikuhota modo wa mohotu. Hata haombagi. Anahitaji tu ugonge tumbo ya gume ya tumbo, uanze kuona kajamaa baka mavazi. Na atakuwa anasema aliona Mungu kwako. Bwana Yesu asifiwe. Pressing on for others. We will conquer wakati tutajua kupress on for others. Ebu imagine ujitengenezea mtu mmoja wakati uko na uwezo akuwe daktari. Unafikiri utakuwa unakufa na magonjwa? Atakupeleka hospitali. Atakusaidia. Hujawahi ingia kwa ofisi ukasaidiwa vizuri kama ofisi umewahi saidia mtu hapo. Unasikia watu wanatumwa haraka by authority. Authority wewe hungekuwa nayo. Jamaa mmoja kanisani mwetu nilikuwa najuana na OCS wa Moro siku moja. Sasa tukawa marafiki through mahubiri, through mambo fulani. Sasa jamaa mmoja ni mshirika wangu, kwa shamba yao ikawa inaibiwa, na kutika kuibiwa ule wawezi wakashikwa, na katika kushikwa wakiwa na zile viazi mmoja akauliwa. Sasa juu alikuwa pale akiuliwa, watu wakaandika statement, watu wakasema ni guns zake, maana huyu mtu amebarikiwa. Kwanza nimemfanya chairman kanisani. Ni guns zake wameua. Unajua sasa alianza kupigiwa karipoti polisi, kaandikisha ma statement, na sasa anastakiwa kwa sababu ya mada ya yule mtu, maana anasemekana ni watu wake. Ikawa mbaya. Jamaa alikuwa anatafutwa mchana usiku. Aliponiambia nikamwambia kuja. Nikachukua kapikia yule area OCS. Nikamwambia hapo kwako kuna officer tuko na shida. Akaniambia naijua hata tunamtafuta. Nikamwambia ni mshirika wangu ana shida na hajapotea. Aliniambia kuja tutengeneze hiyo mambo kwa ofisi. Na ukuje na yeye. Nilikuwa na guest preacher alikuwa ametoka Isiolo. Nikamwambia tuende na wewe. Na sikuwa naogopa maana tunaenda kwa rafiki. Tukaenda sasa kama kwa marafiki kabla achukuliwe. Tukaketi chini tukaongea. Nikamwambia kesi. Nikamwambia vile kunaenda, nikamwambia huyu ninamjua. Kwanza kwa kanisa yangu ndiye chairman wa kanisa. Hawezi fanya vitu kama hivyo. Na kutoka wakati nilimjua amefanya kazi kanisani mwetu. Hana moyo wa uwaji na hawezi kuwa muuaji. Na yeye akajiongea kwa OCS akamwambia hata mimi ndio nilikuwa nakataza watu wa kumuua. OCS unajua alituambiaje? Dakika ya mwisho alituambia sasa hii kesi anime pastor umefanya vizuri sana. Huyu tulikuwa tunamtafuta. Hata sasa tulikuwa tunataka kuona sigino yake iko tumuende. Sasa nikasikia amechukua simu, amepigia yule officer alikuwa na hiyo kesi.
Nikasikia amempigia, amemwambia ofisa uko wapi? Akasema naelekea kotini. Akaambiwa rudi kwanza kwa ofisi na kutaka saa hii. Akaanza akatoka huko akakimbia kwa ofisi. Kuja akaambiwa huyu kijana yule. Akasema ni huyu Lakini sasa nataka ufanye hivi. Enda na yeye muandikishe statement nyingine aseme kile anajua. Hiyo mambo mengine naachana na yeye. Kaniambia huyu jamaa alikuja kaniambia sikuwa nafikiria ofisi ya pastor iko hivyo. Kumbe inaweza kuwa mtu alikuwa karibu na stakiwa na murder charges. Kwa sababu ni mtu nimeona kwa kanisa na mimi na uhakika hawezi kuwa muuaji. Hawezi kuwa muuaji. Kwa hivyo unakuta pastor kuna mahali amekutoa kwa sababu anajua vizuri. Na testimony ya huyo mtu ilikuwa ndio inahitajika. Huyu jamaa akafurahi. Kwanza hiyo siku ananiambia pastor, nilikuwa nashinda nikiambiwa niulete. Nilikuwa togi nyua kido. Nikaona ametuita kwa church, akaninulia viti ya pastor. Kafanya kazi. Kumbe ile hekima yake ikafanya naye juu tunaona moyo wake. Sasa unakaa kanisani hata utaki moyo wako ujulikane. Pastor asiwahi jua uko na pesa. Hujai kuamua mtu. Kitaumana siku moja. Watu wasema huyo venye namuonaga hata mimi simjuagi vizuri. Vile mnasema ni mwizi, yawezekana. Yawezeka? Hata mimi sijui source ya pesa za. Maana hata vile tunakaa mimi najua tu ako na pesa na hata sijui source ya hizo Sasa ile mambo yote umewekelewa, hata pastor anaweza sema inaweza kuwa. Maana huwezi tetea kitu haujui. Fanya watu wakujue. Julikana kama uko na pesa, waambie na kuwa na pesa na natafuta kwa njia hii, sikuagi mkora. Yaweza kuwa hata kama sikuwapea watakutetea siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Ndio unaonaga unapigwa mawe mpaka brother zako na sister zako. Wanasema wewe ni wa Illuminati. Maana hata wao wanajua wewe ni suspect ya hizo pesa. Warutire ko. Ujajikuta mpaka mama yako amekuuliza ulitoa wapi? Sasa ukipata pesa, wacha kusurprise watu na mapesa. Waketisha chini waambie na abesheshi mona gadena sio. Nimegoda na megoda ya umete ko. Todo aciaritwo nayo. Roda na eji yako magoda ya umireko. Warudishie. Unaweza fikiria tu unajiexplain aje kwa watu rest. Siku moja ndio wataambia watu huyo si mkora. Huyo si mwizi. Najua biashara zake ni genuine. By the way, kuna watu unafaa kukaribia uwafanyishe mahesabu ya vile unaona pesa. Hata kama unaona 1 million per day, wafanyishe mahesabu. Hata kuwa surprised. Lakini siku moja watasimama waseme si mwizi. Jabeo ni genius. Huyu jamaa anajua kutengeneza pesa. Praise the name of Jesus. That's how Jonathan alijua David. Na alipojua David na ameona mambo yake, akamuinua juu. Leo nataka nikwambie tu, press on for others. You will never conquer alone. You need to press on for others. Na every time Mungu amekuinua level fulani, think about others. Praise the name of Jesus. Think about others. Hata kama unakuwa na raini yako acha ifugulia raini watu wengine. Hao wengine watatetea hiyo raini. Hiyo raini itatetewa na watu wengi? Kwa sababu wamejua hiyo raini ni clear. Unajua hiyo raini yako si clear. Others prove it is clear. Hata kuwa pastor, wewe si pastor mzuri until other people start calling you pastor. Bwana asifiwe. Na siku wakawatisha. Nilijua nimeanza kuokoka wakati nilianza kukutana mpaka na walevi. Wananiambia dugata ya mwathani. Nikiuka Ngai ni mwega. Ngai we mwega. Ile siku utasikia mama yako amekuita pastor. Wenye waje kuhonoka. Kama wakati utasikia sister zako wale wanajua uko na mapepo wamekuita mtumishi wa Bwana. Ujue ndio umeanza kuokoka. As long as they are doubting your right, it is not clear. Because it will need their clearance. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hiyo laini itahitaji clearance ya watu. Wajue mwenye aliclear laini ni clear kabisa. So it is never clear until it is cleared by others. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakati niombea mama yangu akiwa mgonjwa akapona, hiyo siku nisikia ameniambia dugata ya mwathani. Wacha hakuna jina nzuri unaweza itwa na watu wengine wote kama mama yako.
Siku ile niliona mke wangu amesimama kwa madhabahu na offering, ati ananipatia sadaka, anakapiga magoti, nilijua nimeanza kuokoka. Watu wengine hawashushwi na watu wa bali. Pastor mwingine alikuwa anahubiri. Wakimaliza mahubiri, mke wake anaita watu pale nje. Kama oria ni makaga muno. Ginya yenyi na wangania. Kai goma yaragirio ni Ngai. Goma. Yo ni goma. Kai goma yaragirio ni Ngai. Unafikiria mke wa mtu akisema hivyo? Na watu ndivyo walikuwa na shout kule. Kwanza anaangalia wale walikuwa wanasema I receive. Anakwambia karoka. Toka na tuonane. Ya maisha cia gomeo kuga I receive. Unaenda ku receive. Unakuwa venye ulikuwa umereceive unafikia umereceive. Sasa unashinda mwenye alikuwa amereceive mpaka amekuja karibu na wewe ameanza kutoroka. Kwa sababu kuna testimony ya mtu mmoja itashinda uzuri wa watu wengi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hao watu wanakucelebrate. Kuna tokelezea mtu mwingine anauza, unasema huyo ni mtu mzuri. Kuja. Kana kangani yale. Ndio raumireko. Si hiyo testimony unafikiria hiyo testimony sasa isitabadilisha kila kitu? Sitabadilisha. Ndio Jonathan alijua David alitembea na njia za kuonekana na Mungu. Mpaka sasa kenye Mungu ako nacho kinahitaji kuwa cleared. Mpaka na hawa wafalme. Ndio baadaye kikakuwa kitu cha bora. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Ndio unaonaga wale watu wanasemaga me I don't care. Bora ni maisha yangu. Wacha nikuambie kuna mahali hautafika mpaka iwe cleared na watu. Watu hawa unaona wanahitaji clearance. By the way unaona watu wengi hata unajaribu kuinuliwa. Kuna tokelezea mtu mmoja anasema huyo achana naye kwanza. Hajaiva vizuri. Tunamtaka kwa praise worship, hajaiva vizuri. Kwanza juzi nimeona wanashikana mikono na kimtu kingine na hakijaokoka. Niambie kama huyo hata hiyo ibaji yake sitaki. Sasa hiyo testimony imekuwa dignified na kwa sababu kuna mtu ambaye anajua vitu ambavyo sio sawa. We need others na sisi wenyewe ndio tuendelee kupress on level ingine. So hii maisha inakuwa others, you press on for others and others will also press on for you. Kwa sababu kama mtu ndiye akuwe rais anahitaji kura milioni ngapi? 50 plus 1. Those are votes. Unapigiwa na watu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio unasikia power belongs to the people. Ndio wao wanafanya mtu kiongozi. Kwa hivyo ni kufanywa ulifanywa. Na naweza rudiana hii watu tena wakushe. Praise the name of Jesus. Hallelujah. So when you press on for others, others will press on for you. Wakati unahitaji testimony ni kama kwa harusi. Wakati ni siku yako. Alafu unasikia pastor ameuliza. Sasa tangazo la mwisho. Kuna mtu katikati yenu. Hakuna swali inakuwa mbaya. Sasa jumu mmepanga mipango, keki imenunuliwa, watu wamedress, bride kila watu. Na ndio unaona watu wengi wapendi harusi. Jua hiyo swali. Na anajua vizuri hii area ile mambo nimefanya. Hii testimony itaharibiwa na mtu fulani. Kuna mtu miongoni mwenyu. Kwanza hiyo pastor tunasemaga siko haraka kipausi. Swali la mwisho nayauliza siku ya leo. Nimetangaza mara 2. Leo ndio tunafanya declaration ya mwisho. Saa hizo baba yako, mama yako, sister zako wako hapo. Saa hizo kwanza unakumbuka adui zako wako hapo. Mchawi ako hapo. Na unakumbuka kuna ex ambaye hamkumalizana vizuri. Na ukiwa hapa umemuona akiingia na kiguo, unajua maodo na maadhoka. Wewe fikiria kesho unafanya harusi, unaamua kupigia mtu fulani mlikonsile kwanza. Juu unajua kabisa atakuja. Bwana Yesu asifiwe. Na mara ya mwisho, kama kuna mtu katikati yenu anaweza zuia
hii ndoa niunganishe, anaweza jitokeza sasa hivi. Alafu pastor anaanza kuangalia from right left. Na kuambia hiyo muda wa dakika moja ukiisha, hata ule anafanya harusi anajua sasa harusi imeisha. Lakini inategemea na tabia zake. Kuna wengine hata wanauza pastor, uliza mara nyingine. I know, najua hiyo labda shetani atokelezee. Labda shaita. Na unajua nao wachungaji watataka evidence. Sasa hapa hakuna. Wengine akuja sasa na ya selfie yenye mlikuwa. Nimebeba juzi ya Zeze na gari kutoka Nakuru. Kajua watu wengine ni wakora. Amesema imeona kwa gari imeandikwa hapo mbele. Ati sijui sponsor pigagu selfie. Nimeona kwa gari. Si gari zinaandikwa mambo mengi. Hiyo ilinifanya nicheke sana. Nikasema ati sponsor pigagu selfie. Ukaa mahali unaona mtu anashika simu, unaanza kuogopa asipate exhibit. Hiyo ilifanya nifurahi. Kumbe sponsor apigagu picha. Nikasema hii afadhali kuwa mzuri tu, Mungu akusaidie. Yaani unatembea na mtu mwezi piga hata picha. Amwende kwa studio uweke moja, uweke kwa frame. Unajua siku moja inaweza kuwa exhibit. Ianza kutrend online. Wakati mafuta ya Bwana ndio inachemka, kunaanza kuingia kwa online tu vitu vingine. Bwana Yesu asifiwe. Shetani anafanya vitu zingine ndio wakati utakapokuwa bora. Maana anajua kuna siku utahitaji kuinuka. Kuna vitu shetani anaweza kufichia miaka 5. Kama uchaguzi ya Amerika naonaga. Uchaguzi ya Amerika wakati unakaribia ndio unasikia mtu hata kama amewahi abduct, amewahi rape, amefanya anything, inatokelezea wakati huo. When he was at the age of 19. Akona kesi kotini ya abduction. Hizo vitu zimezuia watu kwa zimezuia watu. Hata corruption cases zimeanza kuzuia watu Kenya. Record inaangaliwa. Inasemekana huyu. So you have to be clean. Now press on to be clean. Because others wanaojua you are not clean, one day anasema me I don't care. Ndio ni vizuri wakati unaita wale watu wanajua story zako, unakuja siku ile unawaambia hata kama ulikuwa umeokoka na wanajua ka story yako, ukuje upokee Yesu mara nyingine, na ni watu ulikuwa unataka wajue umeokoka. Sasa ile ya zamani juu sasa hiyo si mzuri. Sasa pastor akiitisha altar call, na ndivyo ni vizuri wakati mwingine kuitisha altar call. Hata leo naweza itisha saa hii. Ndio hata wewe kama unakuwa una serve kanisani unajua vizuri kuna mambo iliharibika na washirika 5 wanajua. Na siku moja kutaulizwa kama unakuja mbele ndio waone umekuja. Wanasikia ukisema ni I receive Jesus again as my Lord and my Savior. Sasa watakuwa wanasema ameokoka leo upya. Juu alikuwa anajua ni mwenye dhambi. Na ni vizuri afadhali uokoke mara nyingine kwa sababu kule hujui kile Mungu anaenda kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na inaweza kuharibishia mambo. Bwana asifiwe. Inaweza haribu mambo. So that's why David akijua stories za Jonathan akijua stories za David akawa fully persuaded kwa moyo wake ya kwamba huyu mtu anafaa. Unafikiria wewe ungetoa mavazi yako upatie mtu tu mang'aa? Unaweza pata vitu mang'aa tu? Pana. Wakati Daudi alienda kupigana na Goliath akiwa baka hana mavazi ya silaha, hapo ndipo walijua huyu ni mtumishi wa Bwana. Wakati aliangusha Goliath, hapo ndipo nilijua wewe ni Bwana. Waidhe, si unajua hata wewe ulijua Mungu ni Mungu. Si wakati ulihubiriwa, wakati uliona amekusaidia. Wakati ulipo nisimamisha, hapo ndipo nilijua wewe ni Bwana. Wewe ni Bwana. Wewe ni Bwana. Haleluya. Hivi ndivyo nijua wewe. Siku ya leo nimejua wewe ni Baba.
wewe ni Baba. Hivi leo nimejua wewe ni Baba. Wakati ulipo nifungulia njia nikiwa niko mwisho, hapo ndipo nilijua wewe ni Baba. Ulipo nisamehe dhambi na watu walikuwa wameamua nikufe, na nikaona kweli umeniosha, hapo ndipo nilijua wewe ni Baba. Wewe ni Baba, wewe ni Baba. Hivi leo ninajua wewe ni Baba. Wewe ni jaji, wewe ni jaji. Hivi leo ninajua wewe ni jaji. Aliposaidia mama alikuwa hakimu ni mdhalimu, na mama kwa kuendelea kwake akawa haogopi. Hapo ndipo nilijua wewe ni jaji. Our God is a judge. Wakati alijaji watu na akafanya injustice, na kweli ulikuwa unaona hata wewe uko out. Wakati aliinua Esther akamfanya queen, na si kwa sababu ya qualification na credentials, hapo ndipo nilijua wewe ni Baba. Wewe ni Baba. Hata wa mayatima, wewe ni Baba. Hivi leo ninajua wewe ni Baba. Esther was an orphan, and the Bible says he is a father to the orphan, a father to the fatherless, a father to the widows. Wakati ulipolipia mama alikuwa anachotwa deni na alikuwa mjane, hapo ndipo nilijua wewe ni Baba. Wewe ni Baba, wewe ni Baba. Hivi ninajua wewe ni Baba. Haleluya. Wakati alifanya Mordekai ashinde vita na hakuwa na anything, hapo ndipo nilijua wewe ni mkombozi. Uliposaidia Mordekai, mtu alikuwa watchman, ukafanya ufalme amkumbuke, hapo ndipo nilijua umkombozi. Wewe mkombozi, wewe mkombozi. Hivi leo ninajua umkombozi. Wakati alifuta watu machozi waliokaa hawafai, akadionesha kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu utafanya jina lako likuwe safi. Hata Mungu hivi leo, kuna watu hapa wanasema lilia gona gai niguo gamenya o nikihoti wa mothe. Wakati niona hii jambo haliwezekani, hapo ndipo nilijua umuweza yote. Wewe muweza, wewe muweza. Hivi leo ninajua umuweza yote. Wewe mshindi, wewe mshindi. Hivi leo ninajua umshindi yote. Wewe wa upendo. Mungu ni wa upendo. Upendo wake unajulikana wakati alitoa mwana wa pekee akatufia kwa dhambi. That's when we knew that Jesus surely, truly, he loves us. He loves us. Wakati nilikuwa mtu sijatoka kwa familia imeokoka, familia inafanya uganga, uchawi, tumepelekwa kwa uganga, nimechajiwa, hata kwa mwili yangu nimechajiwa. Wengine umetengenezwa, umekunywa madawa ya waganga, hata mlikuwa mnabeba mishipa ya nguruwe mkienda shuleni. All of a sudden Mungu anakuja na kufanya mtumishi kwa hiyo familia. Unasema hivi leo ninajua wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu.
wewe ni Mungu. Hivi leo ninajua wewe ni Mungu. Wakati mwingine ulihatiwa na boyfriend na kabisa ulikuwa unaona huwa akikuacha utakufa, na hata wewe ulikuwa unaona utakufa, haurali, umegongwa na depression. Vile ulilia Bwana akakusaidia ukaheal, hapo ndipo nilijua wewe ni Baba. Kuna watu walikuacha ukufe, they left you to die. Hata kuna wengine uliacha kijana akufe. Praise God. Na unajua vizuri huyu mtu ukimwacha, by the way kuna mtu unajua huyu ukimwacha atakufa, na ukaacha, kwa hivyo uliacha akufe. In the book of Ezekiel, maandiko inasema wazazi wetu hawakutukata kitovu, they left to die. Lakini Jehova akaona tunalia mahali tulikuwa tumetupwa, akaamua kutuendea. Hapo ndipo nilijua wewe ni Baba. Baba anaweza kusaidia uhil. Akashikwa na huruma. Niliona mzazi wangu, sister yangu moja, na baba alikuwa ametoa masharti, mtu hawezi enda huko alete mtoto. Siku moja msichana wetu mmoja amekuja mjamzito, na alikuwa ametoka kwa ndoa na katoto kamoja, na akiwa kwa baba ndiye huyo ingine imeanza kugonga nguo. Nikajua hapa kimeumana, lazima afukuzwe nyumbani. Baba anapumuaga moto. Mimi nilistuka ile siku akitoka maternity, nilipoona baba yangu amenipigia simu ananiambia tunaendea dada yetu kwa hospitali. Nikashangaa aliuza ndama. Nikashangaa akimpatia akanulia mtoto mavazi. Nikashangaa tukienda na taksi kupeleka msichana wetu. Hapo ndio nilijua huyu ni Baba. Wewe ni Baba, wewe ni Baba. Hivi leo ninajua wewe ni Baba. Wewe ni Baba, wewe ni Baba. Baba yangu, hivi leo ninajua wewe ni Baba. Mzazi, wewe mzazi mwema sana. Hivi leo ninajua wewe mzazi. Wewe mchungaji, wewe mchungaji uliye mwema. Hivi leo ninajua mchungaji. Wewe mkombozi. Ulipore Ayubu alipokuwa kwa shida alisema jambo moja in the book of Job 19. I know my Redeemer lives. Na huyu Redeemer hakumdisappoint na kumdisappoint. Kisha amemkujia wakati alihitaji a Redeemer. Job alikuwa anahitaji a Redeemer. And he said, I know our God is a Redeemer. That's why we say God in the book of Job, he is called a Redeemer. He redeemed Job. Aliyekuwa ameondolewa mke, vitu, baka mke wake. Kuna mahali unafika baka mke wako sio Redeemer. Anaacha msaada. Mke wake akauliza Ayubu, rani Mungu ufe. You don't deserve to live. Wengine wazee mko wazuri, haujaifika mahali mke wako akakudisona. Akakuambia hata mimi mambo unafanyaga sioni kama ni ya Mungu. Ujue uko peke yako. Na ulikuwa nadhani yeye ndiye atasimama na wewe dakika ya mwisho. Siku moja ndio nilijua mke wangu amekufa moyo wa mimi kuwa pastor. Wakati tumefungua kanisa alishiki na nimemwambia litashika, litafunuka, litafanya kila kitu, halifanyi. Sasa siku moja akaniomba ruhusa ajoin kanisa ya jirani. And I gave him permission ya kujoin kanisa ya jirani. Na hiyo siku kwanza alipeleka watoto wangu walikuwa na kwa hiyo kanisa kwanza wanapewa uji. Kaniambia watoto wangu akiniambia baba tumeona kanisa nzuri. Nolo wamelia gekidi. Uze neighbor umewahi meza kikitu inakuwa hapa. Na hii mezeki. Umewahi meza.
Bwana asifiwe. Na mke wako anakuambia hata hiyo church ilikuwa na groups fulani, nimeingia kwa group fulani. Au semi kitu. Unaambia tu Jehova siku moja, kama ni wewe uliniita, nitakapoona familia imenifuata. Unajua hata si vizuri kufuatwa na watu siku zote. Waachilia wakati mwingine ndio ujue kama unafuatwa kujua ni baba Mora. Wakati niliona wamejoin church, sasa wanasema kanisa yetu ni nzuri. Hata mimi ni make sure nimetafuta tu pesa ndio niwapikiage uji. In fact I change our church tuwapikiage uji. Nilikuwa nataka kupigana mambo fulani. Na ndio siku moja nijua mpaka mke wangu amekufa moyo, nilienda mahali nikapewa na mtu 50,000. Nikienda kwa bank, ndio nijua Mungu alikuwa anataka kunirudisha. Nikiweka kwa bank, nimeenda kwa bank. I remember very well Moral Cooperative. Roho wa Bwana akaninenea usiweke hiyo pesa kwa bank. Pelekea mke wako. Nikaenda nikamuita. Na siku hiyo hata pesa ya kukula hatukuwa nayo. Nilipowekelea kwa meza kibanchi ya 50,000, nikamwambia hesabu, nikamwambia sina pesa. Mimi imani yangu iko sawa. Nikamwambia hizo pesa nasikia kwa roho ni zako. Anuza umetoa wapi? Nikamwambia mimi ni Bwana. Na Jehova anafanyaga miujiza. Na nikamwambia vile imefanya. Sunday hii nyingine ndio niliona aliniuliza, speaker tunapeleka saa 12. Uko comfortable na saa ngapi tupeleke? Hapo ndipo mke alijua nimeitoa. Bwana asifiwe. Haleluya. Akajua umewahi sikia wakati ule unakororaga mama anakuja na kuuliza umeniita, unaanza kusema hii tabia sijaiona hapa sasa. Hawakuwa wameamini Mungu wako. By the way, you can be preaching for 10 years, but members of your church hapa ambapo tuko saizi hawajawahi confirm. Hawawezi confirm. Ulizaa watoto lakini bado hawajajua wewe ni mzazi mzuri. They don't know. Kwa sababu vile umekuwa na attitude, wanajua walizaliwa mahali hatari sana. Hata wengine wanakuombea wasema Mungu tuzaa. Enda kwa Biblia. Sasa hizi usisome. In the book of Revelation, maandiko inasema kuna watu hata Mungu aliwaambia mlizaliwa na mumekaa jehanamu. Na nyinyi mnaishi jehanamu. Kuna watu hata Mungu anajua amekulea lakini unakaaga Sodom na Gomora. Bwana asifiwe. Na hata Mungu anajua hivyo. Kwa hivyo wakati unajionesha mtu mzuri, wakati mwingine mtoto wako acha agongeshe gari. Alafu akifikiria, unajua kuna wakati una expect, unajua kile una expect. Eno ni makofi na agudi na mateke. Alafu anakuja na don't worry. We will take care of the car. You are my son. Hapo ndipo unajua huyu ni baba. Wakati mwingine baba. Ndio unajua for the first time. Hata wazee sisi men, unaweza kaa umeoa mke hajawahi jua you are a man. Hata anakaa ndio unasikia wake ukikaka, ukitaka kujua kama hajawahi jua you are a man. Ukikaka wewe ni mwanaume namba gapi? In short anakaa akijiuliza. Hajajua wewe ni namba gani, akupee namba 1, namba 2, namba 3. Na kwa miaka 10 watoto mnalea lakini ajui wewe ni namba gapi. Lakini kuna mahali unaanza kuwa anajua sasa namba yako anakupatia. Anasema my husband is a man. Is a little man. Is a good man. Loving. Caring. Uliza yone kama umekaa karibu na man muulize hiyo majina umeisikia. Au nakaa tu kipress on. Praise the name of Jesus. Hata mchungaji tunajulikana wakati tunashughulika mambo fulani. Wewe ni baba. Wewe ni baba. Simama na miguu yako. Hivi leo ninajua wewe ni baba. Wewe ni baba. Wewe ni baba. Hivi leo ninajua wewe ni baba. Wewe ni baba. Pole pole, hizo zitakuwa zitatupoteza. Pole pole tu. Wewe ni baba, kama tu worship.
wewe ni Baba. Hivi leo ninajua wewe ni Baba, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu. Hivi sasa tunajua wewe ni Mungu. Oh, wewe mzazi, wewe mzazi. Hivi leo ninajua wewe mzazi. Oh, wewe mlezi, wewe mlezi wema. Hivi leo ninajua wewe mlezi. Haleluya. Wewe mchungaji, wewe mchungaji, mchungaji wangu. Hivi sasa ninajua mchungaji. Wewe mlezi, wewe mlezi. Hivi leo ninajua wewe mlezi. Wewe msaada wa karibu, wewe msaada. Hivi sasa ninajua wewe msaada. Wewe wa upendo, Mungu wa upendo. Hivi leo ninajua upendo wako. Wewe mponyaji, wewe mponyaji. Hivi sasa ninajua wewe mponyaji. Hivi leo ninajua unaweza yote. Wewe uweza, uweza yote. Hivi leo ninajua uweza yote. Ulipofanya Ndora Waringi mchungaji, taifa ikajua wewe ni mchungaji. Wewe mchungaji, mchungaji wangu. Hivi leo ninajua wewe mchungaji. Ulipowahurumia mama alitokwa damu miaka 12. Haleluya. Hapa ndipo nilijua wa rehema, wewe wa rehema nyingi.
ninajua wewe ni Baba, wewe ni Baba, wewe ni Baba, ninajua wewe ni Baba, wewe ni Baba, wewe ni Baba. Hivi leo ninajua wewe ni Baba, wewe ni Baba, wewe ni Baba. Hivi leo ninajua wewe ni Baba, wewe mponyaji, wewe mponyaji. Hivi leo ninajua wewe mponyaji, wewe ridima, uridima wangu. Hivi leo ninajua wewe ridima, wewe ni konkara, wewe hivi leo ninajua umshindi yote, wewe mshindi, utanisaidia umshindi yote. Hivi leo tunajua umshindi yote. Simama hapo, simama, stand, just stand. Wewe mshindi, umshindi yote. Hivi Baba wa watu wote, hivi leo ninajua